katika lile jina. Kuna furaha tele katika lile jina. Kuna furaha tele katika lile jina. Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. Furaha tele katika lile jina. Kuna furaha tele katika lile jina. Kuna furaha tele katika lile jina. Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. 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 Kuruka pale katika lile jina. Kuna kuruka pale katika lile jina. Kuna kuruka pale katika lile jina. Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. 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 Yesu ni Bwana wa mabwana. Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. Deina yera kaiwa kwa. Deina yera kaiwa kwa. Deina yera kaiwa kwa. Watu koma kwa mola. Kaiwa kwa nemonene. Kaiwa kwa nemonene. Kaiwa kwa nemonene. Watu koma kwa mola. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Watu koma kwa mola. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haya watu koma kwa mola. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Watu koma kwa mola. Wako ni muigwana. Gai wakwane moigwana. Gai wakwane moigwana. Watu koma kwa mola. Gai wakwane nyetete. Gai wakwane nyetete. Gai wakwane nyetete. Watu koma kwa mola. Gai wakwa arehinya. Gai wakwa arehinya. Gai wakwa arehinya. Watu kima mikono yako. Gai wakwa ni monene. Gai wakwa ni monene. Gai wakwa ni monene. Watu koma kwa mola. Gai wakwa ni monene. Gai wakwa ni monene. Gai wakwa ni monene. Watu koma kwa mola. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nasema watu koma kwa mola. Haleluya, haleluya. Haleluya, masokara baba. Masokara rianda. Haleluya, haleluya. Watu koma kwa mola. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, watu koma kwa mola. Baba sakara mama mama. Lift up your hands. Lift up your hands. Hallelujah. Karibu Yesu, karibu.
karibu, karibu, Yesu karibu, moyo wangu upo na karibu, karibu, Yesu karibu, nawapa Bwana just commit your heart. Ambia Mungu ningetaka kusikia toka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Zungumza na Bwana. Tell the Lord, my heart is open. I am ready. You can come minister to me. Ambia Bwana, moyo wangu tayari. Zungumza nami kwa lugha ambayo nitaielewa. Just commit your heart before your maker so that you may receive that which the Lord has purposed for you today. Father, I bring my heart unto you, King of kings and Lord of lords. As I pray, Lord Jesus, King of all glory, mighty Lord and mighty Father, may you feed me, King of kings and Lord of lords. Jehovah, we have come to the table that we might eat, O King of all glory. We've come, Ebenezer, to tap from you, King of kings and Lord of lords. May you speak to us, may you minister to us, King of all glory. Adonai, my Father and my Lord, wacha neno lako mfalme likayeyushe nyoyo zetu, mfano wa falme. Wacha neno lako likalete kupona, mfano wa falme. Wacha neno lako likalete, Ebeneza, mfalme urejesho, in the name of Jesus Christ, King of glory. Take preeminence in this moment, King of all glory. Lord, have your way and let your will be done. I bless you, King Jesus, and I lift you on high, O God. Even as I'll be ministering your word, O King of all glory, unto you I commit myself, O God. Abba Father, I give you power over my tongue, King Jesus. As I pray, my Lord and my Father, may the utterances of my mouth, O God, bring glory and honor to your name, Adonai. I bless your name and I give you glory because you are good and because you are amazing. It is in the name of Jesus Christ we all pray and say amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie Yesu makofi. We can have our seats. Bwana Yesu asifiwe. Once again, I'm Doreen and I am saved. Bwana Yesu asifiwe. I am also married and to a wonderful husband. Bwana Yesu asifiwe. And amewasalimia na pale ambapo nimetoka wamewasalimia. Mmepokea salamu. Najihisi kunyenyekea sana tena zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kushiriki neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. You know, every time you get the chance to be used by God, it is humbling. Bwana Yesu asifiwe. So I thank the Lord and I also thank you. Bwana Yesu asifiwe. Manake nikiangalia niko mchanga kuliko wengi wenyu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Na ninajihisi kunyenyekea kwa zaidi. Praise the name of the living God. So today we'll be sharing a word.
And the word is, you might be in the wrong place. Sorry, you might be in the right place but doing the wrong thing. Bwana Yesu asifiwe. Waweza kuwa mahali ambapo pana stahili, lakini haufanyi kile ambacho cha stahili. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So we'll go to the book of 1 Samuel, chapter number 3. 1 Samuel chapter number 3. And I will read 1 Samuel chapter number 3. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word was, the Lord was rare in those days. There was no open vision. And it came to pass at that time when Eli was laying down in his place, and his eyes had begun to grow dim, that he could not see. And before the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel was laying down to sleep, that the Lord called Samuel, and he answered, Here I am. And he ran to Eli and said, I am here, for you called me. And he said, I called not. Lie down again. And he went and lay down. And the Lord called yet again Samuel. And Samuel arose and went to Eli, and said, Here I am, for you have called me. And he answered, I called you not, my son. Lie down again. And Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord revealed unto him. And the Lord called Samuel again the third time. And he rose and went to Eli and said, Here I am, for you have called me. And Eli perceived that the Lord had called the child. Therefore Eli said to Samuel, Go lie down, and it shall be, if he calls you, that you shall say, Speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and laid down in his place. And the Lord came and stood and called as the other time, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for your servant hears. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says, ikianzia ya kuwa ni wakati wa Eli, the prophet Eli. Na maandiko inasema wakati ule neno la Bwana lilikuwa nadra sana. Bwana Yesu asifiwe. Because there was no vision. Praise the name of the living God. The Bible says that in the ark of the Lord kulikuwanga na the lampstand ambazo zilikuwanga na candles. Bwana Yesu asifiwe. So the Bible says that before hii moto ya candle izime, na Samuel alikuwanga amelala hapo just beside the ark of covenant. Bwana Yesu asifiwe. The Lord called Samuel. And Samuel went to Eli, akamwambia, I've heard, nimesikia ukiniita. Eli akamwambia, rudi enda lala. So when Samuel alirudi kulala, the Lord called again. Samuel went to Eli, umeniita. Then Eli akamwambia, sijakuita, go back and sleep. Then the Lord called the third time. Samuel ran to Eli, umeniita. That is when Eli perceived it must be the Lord calling this child. Bwana Yesu asifiwe. Na akamwambia, when you hear you are called, answer this way. Praise the name of the living God. The Bible tells me that Samuel was sleeping beside the ark of the covenant. Praise the name of the living God. Samueli alikuwa amelala kando ya, inaitwaje ark kwa Kiswahili? Sanduku la maagano. Bwana Yesu asifiwe. He was just lying there. Praise the name of the living God. But he could not perceive it was the Lord anamuita. Bwana Yesu asifiwe. He was in the right place. He was not in the wrong place. Alikuwa pale ambapo panastahili. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini kwa kuwa hakuwa na ufahamu, hakufahamu ile sauti ambayo inamuita. Jina la Bwana litukuzwe. Ilichukua Eli kumwelezea, ukiitwa itika namna hii. Praise the name of the living God. Another scenario. This is when the man, the Bible says in the book of Acts that there was a beggar nje ya the beautiful gate. Bwana Yesu asifiwe. Nje ya hekalu kulikuwanga na a beggar. Bwana Yesu asifiwe. Desturi yake ilikuwa asubuhi anakuja anaanikwa pale, aombe jioni atolewe, arudi tena asubuhi. Praise the name of the living God. So Paul came, akapita, and desturi ikakuwa ni kumuitisha, nipatie.
Paul akamwambia sina fedha, lakini kile ambacho niko nacho ni hii, wake up and walk. Bwana Yesu asifiwe. The beggar was not in the wrong place. The beggar was in the right place. Bwana Yesu asifiwe. But doing the wrong thing. Praise the name of the living God. Waweza kuwa pale ambapo Mungu amekusudia uwe. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini swali ni je wafanya kile ambacho unastahili kukifanya ili upatane na Mungu wako? Bwana Yesu asifiwe. Here is something. I say, this is a house of God. Praise the name of the living God. Nikae hapa hivyo niangalie nione maybe ni kama najisikia kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Nikuje kuimba, si ati ndawaimbia vibaya, ndawaimbia vizuri. I'm in the right place and I'm thinking that I'm doing the right thing. Bwana Yesu asifiwe. But in the eyes of God, I am doing the wrong thing. Praise the name of the living God. What do I mean? That before we do anything, we seek to understand. Bwana Yesu asifiwe. Before I serve, let me seek to understand. Lord, should I serve this way? Mungu nikutumikie kwa jinsi hii. Bwana Yesu asifiwe. Wajua, most of times tunamtumikia Mungu na ni jambo jema sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utumishi wetu unakuwa ni bure. We are missing the mark in the way we are serving. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa kuwa natumika vibaya. Si kwa kuwa niko mahali pabaya. No. Lakini I am in the wrong place in the right time. And doing the wrong thing comfortably. Bwana Yesu asifiwe. So it is for us to go back to God and tell God, help me understand. Nisaidie nielewe. Je, nafaa kufanya this and this and that and this. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema kuwa Samueli hakuwa amepatana na neno la Mungu, hakuwa anajua. Bwana Yesu asifiwe. And that is why Eli was there. Na Eli akamwambia jibu hivi. And the Bible tells me that after Samuel alijibu vile ambavyo aliambiwa, the Lord spoke. Praise the name of the living God. And after the Lord spoke, the Bible tells me that Samuel grew, akakuwa na akapata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Praise the name of the living God. Most of times tunaomba kibali. Kibali kiko, lakini je, nafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Am I doing the right thing to attract the favor of God? Praise the name of the living God. Tunajua magnet, si ndio? Magnet ikikaa mahali kuna msumari, zita attract. Bwana Yesu asifiwe. So I'll make myself the msumari and the favor of God to be the magnet. Bwana Yesu asifiwe. Nikichukua msumari hapa mbele niweke mbao na mbele yake niweke magnet, there will be no attraction. Why? Kuna mbao katikati. Praise the name of the living God. Lakini nikitoa hii mbao, it does not matter the distance, they will attract. Bwana Yesu asifiwe. That is the same way. Ndio ni attract kibali mbele za Mungu. I must be situated doing the right thing. I must be placed at the right place doing the right thing. Bwana Yesu asifiwe. Not doing the wrong thing, but doing the right thing. Jina la Bwana litukuzwe. Most of our prayers are never answered because we are not listening. We are not listening to know what we are supposed to do. Bwana Yesu asifiwe. That is why utapata I have the same prayer item from January to December. Bwana Yesu asifiwe. I'm talking to God, but I'm not taking the time to listen to God. What is God telling me? Bwana Yesu asifiwe. What is the Lord telling me to do? How is the Lord positioning me? Praise the name of the living God. When you hear from the Lord how you should position yourself, then trust me, you will meet with the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nilikuwa naangalia mtumishi fulani, King Josiah. He was a very good man. Alifanya vitu ambazo zinastahili. Bwana Yesu asifiwe. But kukakuja jambo moja, he messed up. And because he messed up, he died. Bwana Yesu asifiwe. Things did not go well for him. Bwana Yesu asifiwe. Hakusikia. Bwana Yesu asifiwe. Kusikiza ni kitu cha maana sana. Unajua, naweza tembea pale kwa barabara nikuwe nimevaa vizuri. Kila mtu atadhani niko na akili timamu. Hakuna mtu atasema mimi ni mwenda wazimu. But the moment I speak, that is when you'll understand, huyu ni mwenda wazimu.
Bwana Yesu asifiwe. Naweza kuwa nimevaa matambara muone kama niko kichaa. Lakini the moment I speak a word of wisdom, you'll understand who you are kichaa. Bwana Yesu asifiwe. What am I saying? The power of listening. Bwana Yesu asifiwe. When you listen, you understand and you stay in the right place. Bwana Yesu asifiwe. When ile wakati unatamani kusikia kutoka kwa Bwana, maandiko inasema kuwa ako tayari kuzungumza nasi. Praise the name of the living God. And when he speaks and we listen and we obey, then we start seeing the manifestation of God. Praise the name of the living God. Kuna kitu moja mimi nasemanga. Mimi naonanga Wakristo hakuna mtu amewaroga. That is one thing I know. As a Christian, you are not bewitched by someone. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu amekuwekea kamote. Praise the name of the living God. It is for you to go search yourself. Because when you search yourself, utatambua umejiroga mwenyewe. Praise the name of the living God. Haujarogwa na mtu, utatambua you are your own witch doctor. Bwana Yesu asifiwe. Unaekelea wengine. Bwana Yesu asifiwe. When we listen to God, when we listen to the voice that comes from above, the voice that has no contradictions, Bwana Yesu asifiwe, tunaona makuu na mema ya Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. There is this man Lazarus. The Bible tells me that alikuwa amekufa siku 4. Yesu akakuja, akamuita Lazaro, Lazaro. And Lazarus heard na akatoka. But venye alitoka bado alikuwa amefunikwa zile nguo za watu wamekufa. Hakuwa ametolewa until Jesus said, mtoweni. Bwana Yesu asifiwe. What am I trying to say? Lazarus was doing the right thing. Alikuja. Bwana Yesu asifiwe. But there was still something amiss. Bado alikuwa amefunikwa mavazi ya mtu ambaye amekufa. Yes, amesikia, yes ameamuka, yes ametembea, lakini amezungukwa na mavazi ya mtu ambaye amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Yes, I might be in the right place, but what is tying me down? What is holding me back? Bwana Yesu asifiwe. It is until Yesu akasema atolewe. Yes, he was alive, but something was still holding him back. Bwana Yesu asifiwe. What is holding us back? Bwana Yesu asifiwe. What is holding me and you back? Unajua mtu akuwe na mbwa kwa nyumba anafunganga inaitwaje? Chain. So mbwa inakuanga na freedom ya kutembea ikifika mahali inavutwa nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ama kwenye tunalishanga ng'ombe, tunaekanga kamuti alafu unafungilia. So inaweza kula but haiwezi toka within that limited area. Bwana Yesu asifiwe. So inaweza enda circle, lakini past the circle haiwezi enda. Bwana Yesu asifiwe. Itahitaji kutolewa pale, na ikishatolewa itaenda even more than the radius that was meant for it to go. Bwana Yesu asifiwe. Najaribu kusema hivi, I might be saved, I might be serving, Bwana Yesu asifiwe, but you'll find something is tying me down. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kuwa I am still limited, still rotating in the same place. Bwana Yesu asifiwe. Ndio siko kwa baa, sifanyi mambo mbaya. Ukiniuliza mimi ndakwambia naenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. But you'll find me still rotating, still doing the same things over and over again. Bwana Yesu asifiwe. The thing is, something is tying me down. There is something that is still holding me back. Jina la Bwana litukuzwe. Nikikaa chini nijitafakari, nijiangalie vizuri, kuna mambo mengi sana huwa inatuvuta nyuma sana kama Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. One thing which is most common, it is sin. S-I-N. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi. Jina la Bwana litukuzwe. Naweza kuwa nasimama hapa nikiwahubiria, lakini dhambi na mimi hamwezi tutenganisha. Bwana Yesu asifiwe. So I'll be here in the right place, but something will still be tying me down from seeing the glory of God.
Bwana Yesu asifiwe. Kushikwa na vitu ambazo hazifai. Jina la Bwana litukuzwe. Kukaa limited in your own car area. Praise the name of the living God. Unajua Mungu alimwambia Abraham, look, tazama, na pale ambapo macho yako itafika, I will give you. Bwana Yesu asifiwe. And the funniest thing, nikiangalia saa hizi naona pale ndio mwisho mbali kuna ile building. Lakini nikifika hapo kwa hiyo building, there is still more. Praise the name of the living God. There is still more to what you know. There is still more to what I know. Bwana Yesu asifiwe. For me to access the blessings of God, for me to access the favor, the grace, the goodness of God, lazima na mimi nisiwe nimefungwa na chochote. Praise the name of the living God. Hallelujah. You know, kufungwa kunafanyanga tunaona maombi yetu hayajibiwi. Bwana Yesu asifiwe. You go for, unaita watu na waambia niombeeni, nisaidieni maombi, nisaidieni tuombe this and this and this and this and that. And you'll pray, you'll fast, you'll do things. But at the end of the prayer, you still remain the same. Bwana Yesu asifiwe. Why? Kuna kitu ambacho kinakuvuta nyuma. Not that your prayers are not good, your prayers are perfect. Bwana Yesu asifiwe. But there is still something tying you down. There is still something limiting you. Praise the name of the living God. The children of God are always blessed. They are always blessed by the Lord. Bwana Yesu asifiwe. But wewe kujiachilia, wewe kutengana na kile ambacho kinakushika will determine either you'll get the blessings of the Lord or not. Praise the name of the living God. Kuchoka, kukaa in the same place. Bwana Yesu asifiwe. Ile kusumbuka, nimekaa in the same place until you grow mad. You are in the same place. You get tired of staying in the same place. And you want to move ahead. Bwana Yesu asifiwe. I am tired of serving this way. I am tired of offering sacrifices this way. Bwana Yesu asifiwe. Nasemanga at times vitu za Mungu, they need a little bit of crazy. Bwana Yesu asifiwe. Because with being normal, you'll apply logic. Na logic hazi applyingi na Mungu. God does not apply logic. Bwana Yesu asifiwe. Because if he applied logic, there is no way Sarah angezaa. Kwa sababu kitumia logic, wewe ni mtu alipita menopause kitambo sana. So how? So let us have the same mindset of God. Jina la Bwana litukuzwe. That I need to be a little bit crazy for God. Bwana Yesu asifiwe. Lazima nisumbuke. Praise the name of the living God. If you see you are still in the same place, my brother, my sister, sumbuka. Maanake maandiko inasema kuwa nitakupandisha utukufu hadi utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Hajasema nitakupandisha utukufu and that is full stop. Anakupandisha utukufu hadi utukufu. Praise the name of the living God. Lakini if you'll be stressed, kama utachoka kukaa pale ambapo ulipo. Praise the name of the living God. When we start growing tired of the traditions, when we start growing tired of normalcy, that is when we start seeing extraordinary. Bwana Yesu asifiwe. When I'm tired of the ordinary, that is where the Lord will open my eyes to the extra. And I will add the extra to my ordinary and they'll become extraordinary. Praise the name of the living God. But first, nimechoka with the ordinary. Bwana Yesu asifiwe. Nimechoka kumtumikia Mungu the same way. Nasimama hapa na ushuhuda niliokoka 2009. Lakini niulize, I'm still the same way. Why? I'm comfortable there. Nimeshazoea. I'm rotating in the same place. I'm not in the wrong place. I'm in the right place. But I'm rotating, doing the same thing. Bwana Yesu asifiwe. I am here to challenge us that let us grow tired. Bwana Yesu asifiwe. Choka. Bwana Yesu asifiwe. Choka kuambia watu wa kuombe, you can pray for yourself. Bwana Yesu asifiwe. Choka kuambia watu wa kufungia, you can fast yourself. Praise the name of the living God. Tuchoke na vitu zingine ambazo they are still surrounding us.
Bwana Yesu asifiwe. Ukiachilia ng'ombe kwa na kamba yake hauionangi hapo. It runs as fast as its leg can carry it. Inatoka hapo. Kwa nini? Imeshakula nyasi za hapo zimeisha. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna nyasi ingine, inataka nyasi. Bwana Yesu asifiwe. If a cow inaona hapa sina nyasi, inahitaji nyasi ingine, why are we in the same place? Mali ambapo tupo hakuna nyasi ingine. Bwana Yesu asifiwe. We need to take a step. Tena tukatafute greener pastures. Praise the name of the living God. And we will look for the greener pastures once we are tired. Bwana Yesu asifiwe. Kama napikanga ugali from Monday to Sunday, ni mimi nichoke niseme lunch napika mchele. Bwana Yesu asifiwe. Nisipochoka hadi lunch napiga tu ugali. Difference ndakuwa napika grade 1, nyingine ni grade 2, si ndio? Naendelea hivyo. Kazi tu ni kubadilisha grade. Bwana Yesu asifiwe. But when I get tired ndasema hadi mimi naweza nunua mchele hata kama ni quarter, I will change my diet. Bwana Yesu asifiwe. You have the power in you to change things. Praise the name of the living God. Asubuhi as I was preparing myself, nilikuwa naumwa na tumbo sana. So nikaambia my husband, naumwa na tumbo. Najua ni kwa sababu Kenya nilikula jana. So from today I will never eat again. Akaniangalia akaniambia, exercise your faith. Bwana Yesu asifiwe. Mbona useme utakula, hautakula? Exercise your faith. Speak to that condition, it will listen to you. Bwana Yesu asifiwe. Refuse to allow conditions to speak to you. Bwana Yesu asifiwe. Ati kwa sababu huyu alisema unakaa no. Kama alisema mwambie nakaa P. Praise the name of the living God. Why? Because you're not limited by men. Praise the name of the living God. Kataa kukuwa limited. Bwana Yesu asifiwe. You go and get a little bit crazy for God. And God will give you the grace to carry on with that crazy until you reach your perfect destination. Bwana Yesu asifiwe. But only when you get tired. Bwana Yesu asifiwe. There was a time alsas ilikuwa inaniuma sana. Nikaangalia nikaona Musu kwanza venapenda chipo, alafu daktari ananiambia ati hakuna chipo. No way. I had to speak to it. Mi lazima nikule chipo. Uume ukose kuuma, I don't care. Mi ndakula chipo. Bwana Yesu asifiwe. And I still eat until today. Na sitaumwa. Bwana Yesu asifiwe. Why? Because at times you need to speak to that condition. You need to command how your life goes, not your life to command you. Bwana Yesu asifiwe. The Bible tells me that ulimi wako una nguvu. Mungu ameka nguvu. Either to give life ama kuua. Bwana Yesu asifiwe. When you command, sidhani kuna mtu atajitabiria mabaya. Kila mtu atajitabiria mema. Bwana Yesu asifiwe. Stop allowing that power within you ishinde ididimie. Bwana Yesu asifiwe. Let out that which is in you. The Bible tells me in the book of Daniel that wale ambao wanamjua Mungu wao, they do exploits. Bwana Yesu asifiwe. They are not limited. Why? Because we know whom we serve. Si serve mtu wa nyumba 10, after nyumba 10 si yeye tena, ni mwingine. Bwana Yesu asifiwe. So huyo mtu wa nyumba 10 hata ni limit hapo kwa nyumba 10. Nikienda ya 11 sidhani atakuwa hapo. Nikienda 11 ndahitaji mtu mwingine wa nyumba zingine 10 mwenye ako next. Bwana Yesu asifiwe. But our God has no limits. Bwana Yesu asifiwe. He surpasses all limitations set by men. He breaks all protocols set by men. Why? Because he is the maker of the protocols themselves. Bwana Yesu asifiwe. You know, when you get tired, unasumbua Mungu, naye anakuchochea zaidi usonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukibaki pale pale atasema kaa hapo. Because one thing in the book of Deuteronomy, the Bible says that heaven and earth hear me today. I give these people the power of their own decision. They can make their own decision. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu made a decision for man in the Garden of Eden, after Adam kupatwa na Mungu, aliambia aje Mungu?
si ni huyu mwenye uliniletea. Bwana Yesu asifiwe. So ndio usiambie Mungu si ni yeye yenye uliniletea. God gave you the power to make your own decision. Bwana Yesu asifiwe. Usipate courage ya kuambia Mungu mimi sikukuomba, na kama sikukuomba ondoa, tuanzie fresh. Praise the name of the living God. We need to get tired of the same thing, tired of normalcy, tired of normal. Bwana Yesu asifiwe. Nichoke na kusema nasumbuliwa na the same thing over and over and over again. Wale wenye wanatembea wako sawa, are they different from you? No, they are not different from you. Bwana Yesu asifiwe. They are same as you. Bwana Yesu asifiwe. For instance, saizi nitumie mtu kama anaitwa ni senator ama ni governor Sakaja akuje hapa. Bwana Yesu asifiwe. At the end of the service tutamfuata na pale, si ndio? Umwambie mimi nataka hii. Why? There was an authority that was here. Bwana Yesu asifiwe. So I'm following the authority to tap some blessings from the authority. Bwana Yesu asifiwe. And we have an authority which is God. Praise the name of the living God. God is above all authority. And God can do much more than which men can do. Bwana Yesu asifiwe. The Bible tells me that after Samuel heard the voice of God and did as per what the Lord had told him, he was made that which God wanted him to be. Bwana Yesu asifiwe. To my next point. Unaweza sikia Mungu lakini usifanye kile ambacho Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe. There will be no blessing. Yes, umesikia, very good, tick for that. But obedience is necessary. The Bible says that kutii ni bora kuliko dhabihu. I may come here, sing melodiously, but as long as I don't obey, it is all null and void. Bwana Yesu asifiwe. I have heard the Lord. So what next? Bwana Yesu asifiwe. Ushaipatana na mtu anasema Mungu alininenea akaniambia A na B na C. Tuseme labda nikaota ninaendesha gari. So early morning naamka naambia watu, Mungu alinionyesha akanenea naendesha gari. Bwana Yesu asifiwe. Okay, that is good. So tufanye. Bwana Yesu asifiwe. Yesu umenenewa, so tufanye. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kutishia watu na Mungu alininenea. Bwana Yesu asifiwe. Stop making people scared that God spoke to me. So what? Are you obeying? Bwana Yesu asifiwe. Start to obey so that I can see the manifest of what God told you, na nitaanza kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiniambia Mungu alikunenea na uko vile vile, I will doubt you. Mimi nitaona ulikula ukashiba ni ugali. Bwana Yesu asifiwe. To me itakuwa ni ugali liongea. Bwana Yesu asifiwe. Because after hearing there is always obeying. Bwana Yesu asifiwe. I say that kwa Mungu hakuna shortcut. Praise the name of the living God. There is no way you will want God and refuse zile masharti yako nazo. Bwana Yesu asifiwe. God requires something from you. He needs something from you. Praise the name of the living God. Saizi nikiambiwa tu aniseme memory verse, I'm sure wengi watasema, si ndio? Lakini memory verse mingi zetu zinakuanga, and I will bless you and I will lift you and I will make your enemies scatter. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anashikanga memory verse ya hapo juu ama hapo chini chini. If you do this, I will make your enemies scatter. Bwana Yesu asifiwe. So unanipata very confident. Nimeenda mbele ya Mungu. God, you said this in your word. Yet I'm not doing Kenya alisema hapo juu, lakini namwambia fanya neno lako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu afanyangi kitu 50 ama 95. If he promises you, his promises are yes and amen. That is very good. Lakini kuna jukumu langu mimi na wewe kufanya. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. I do my part and God will do the rest. Not sit down and wait for God to do the rest. He will do nothing. Bwana Yesu asifiwe.
alafu nikuja niseme mbingu ilifungwa. Ilifungwa na nani? Haikufungwa. The heavens are open to those who are obeying. Praise the name of the living God. So here is what I said. Get tired. Bwana Yesu asifiwe. And when you get tired, you go to God. And when you go to God and speak to him, nyamaza and listen what he'll say. Bwana Yesu asifiwe. And when you have listened, obey and do. Praise the name of the living God. I think as I finish, to some the book of Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy chapter 28. Ukiangalia Deuteronomy chapter 28, it has all the blessings that you and I need. Mungu anasema ushagwa atanibariki, hadi huko atanibariki. As in everything I'll be blessed. Bwana Yesu asifiwe. But before that he says something. Bwana Yesu asifiwe. Deuteronomy chapter 28 verse 1. And it shall come to pass, if you shall hearken diligently unto the voice of the Lord your God, to observe and to do all his commandments, which I command you this day, that the Lord your God will set you on high above all nations of the earth. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia hapa kuna blessing moja inasemanga you'll be the head and not the tail. Wakati nilikuwa high school, that was my perfect prayer item. Wakati sa exam, Lord, you promised I am the head and not the tail. I love the funniest thing is that, sijui niseme ni by the grace of God, I was made a leader nikuwe mkristo mchanga sana, mkristo ajielewi. Bwana Yesu asifiwe. So utoto nilikuanga nao mingi sana. To the point that tulikuwa tumegawanika in that this leader akona this group kwa sababu ya fellowship you need to feed people. But unapata where we are going ni competition. Group yangu tunafanya hivi, so wale wanaifanya na kuwa wana intensify. So that was me. Kufanya si kupendeza Mungu, but kuasha kufanya psych mingi kuliko wale wengine. Then exam ikikuja, I'm going there. God, you said, it is in your word. Sijatoa, sijaongeza. I am the head and not. Make me number with grade A. Bwana Yesu asifiwe. Then you can't find a disappointment. You are not even anywhere close to A. And you are not anywhere close to number 1. Bwana Yesu asifiwe. And the same trend goes on and on and on. Exam ikikuja. Bwana Yesu asifiwe. But this is what the Lord says before akasema, I'll make you the head and not the tail. That if you hearken diligently to the voice of the Lord, and to do and to observe, to observe and to do, then I will set you on high. Bwana Yesu asifiwe. Nani ako na Biblia ya Kiswahili atusome hiyo na Kiswahili? Kuna yoyote ana Biblia ya Kiswahili? Anyone? Okay, chani jaribu ku translate. Bwana Yesu asifiwe. If you hearken diligently, iwapo utasikia, I think ni diligently, kwa umakini tuseme hivyo. If you hearken diligently, Bwana Yesu asifiwe, to observe and to do. Kuobserve sijui ni nini, lakini najua to do. To do ni kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Then hizi baraka zingine, hizi baraka zote zitakuwa kwako. I will set you on high. Nitakuinua juu. I think kama sidhani nimetoka sana. Oh, kuna mwenye ako nayo. Tasome. Acha nikusomee. Deuteronomy 28 verse ya kwanza. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote nitakuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Amen. Sidhani nilikuwa nimeanguka sana. I was still there.
Bwana Yesu asifiwe. Iwapo utasikia sauti ya Mungu kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao ni parents, naambianga mtoto wako kama tuseme hajapata marks yenye ulikuanga nayo, pull up your socks, fanya bidii. Ni kama jana nilikuwa nasikia mama mwingine akiambia mtoto wake, nisikupate na simu, enda fanya homework. I think mtoto alimwambia amemaliza homework. Kama umemaliza homework, chukua kitabu enda ukasome, fanya bidii. Bwana Yesu asifiwe. Diligently. Ukisikia sauti ya Mungu kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. To observe and to do kile ambacho amekuamrisha. Bwana Yesu asifiwe. Naye anasema he will lift you high. Bwana Yesu asifiwe. Nani hapa anataka kubarikiwa? Just with a show of hands. I see we all need blessings. Mimi nikuwe hapo kwa line. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hadi nikuwe hapo kwa line, let me be mindful that if I hearken diligently to the voice of God, to do and to observe, I will receive the blessings. Bwana Yesu asifiwe. Maybe nitavunja wengi wetu moyo by saying this. It does not matter how anointed the servant of God mwenye atakuombea is. It does not matter. If you are not right with God, kama uyuko sawa na Mungu, you won't receive any blessings. Bwana Yesu asifiwe. It does not matter how many people will pray for you. It really does not even scare God. As long as you're not right with him, Bwana Yesu asifiwe, you are out of the equation. Bwana Yesu asifiwe. So, tutie bidii sana kumsikiza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na si kumsikiza tu, bali ni kufanya kile ambacho amesema. Bwana Yesu asifiwe. Nasi tukifanya hivyo, baraka za Mungu zitakuwa juu yetu. Praise the name of the living God. I believe we are all blessed. Tell yourself, I am blessed. Wewe jiambia kama mtu anaamini. I am blessed. Ni kama muamini, say I am blessed. But also say to yourself, sikiza na ufanye. Sikiza na ufanye. Ongezeni hapo sauti, tuongezeni. Sikiza na ufanye. Sikiza na ufanye. Yeah. And I believe the Lord will bless us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I've been blessed and I thank the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The Lord bless you. Ngoja kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Gimayuma kake. This is my daughter for those who doesn't know. Bwana Yesu asifiwe sana. Amewajenga vizuri. Yeah? Unaona hata amenishinda. Yeah? Si ndio? Huyu ndio wake wako. My first ever. She's married. Acha ni kwanza kumwangalia hivi. She's married. Yeah? And I love her. And I normally encourage her. Namwambia, you are going far. Where I will not go, you will go. Nasikia? And please go and request that man for me. Akulili Sunday. You'll be the one in charge of the service. Yeah? In charge. Not in charge. You'll be in charge. You? Utahubiri Sunday. Deal. But go get permission first. Yes. Alafu utaniambia. Mpigeni makofi. I love this girl. I love this girl. She has brought me from far. She's the one who stopped me from drinking. We used to have a party of about with big men in the society. Now nikiita mbuzi tulikuwa tunachinja mbuzi 50 to 60. We party from Friday kwangu mpaka Monday ndio tutaachana. You can imagine ni pombe ngapi tulikuwa tunakunywa. Pick up ilikuwa inapakiwa zile za kutoka huko kwa Kenya Brewery inapakiwa kwa compound. Na ikilisha wanaambiwa eda. This girl who used to be there ndio tulikuwa tunatuma toreka hiyo. Kumbe this girl used to pray. Huko amejificha akaambia Mungu this thing must stop. And it stopped. So it doesn't mean how big you are or how small you are. You need to have a command of saying this thing must stop. And it stopped. Can I tell you how it stopped?
nilianza kukunywa pombe. Na kunywa nasikia figo zimeleta shida. Nikikunywa nasikia maini imeleta shida. Kila kitu yangu ilikuwa inaleta shida, complication. Nikikunywa tu, nikitest macho yangu inaanza kupotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna nyumba hii kuna mlevi, figo zake zianze kukataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maini yake ianze kukataa. Mimi saizi hata nikipitia mahali kuna nuka pombe, nasikiaga ninaumwa na kila mahali. Kumbe nilikuwa na kamchai kwa nyumba. Mwenye alifuka. So I was not told to stop. I stopped myself. When there is a command, there is a voice of God in your house, in your life, things will just work. You need that command. You need that voice of God. You need that God and say, from today, nimekataa. I've been listening to her. Na nasikia, where are you going? Yeah? And she said that when you say no, today, from today, I have stopped. This must come to an end. It will come to an end. Bwana Yesu asifiwe sana. She said on my behalf that this must stop. Na unajua mimi nilikuwa nani? So she knew coming to me, this is the issue. Itakuwa issue kwa nyumba. So what she did, she reported me to my boss. And my boss is God. So report your case to God. Don't report your case to man. Bwana Yesu asifiwe sana. If you report your case to God, God will do it. God will make sure that this has happened because you understand it. Naweza kukudhulumu kwa sababu mimi ni Waruinge. Na ushindwe kunipeleka polisi nikwambie go to any police you want. Enda useme. Bwana Yesu asifiwe sana. But if you report to me, both of us will be summoned by our boss and be told where rudisha vitu za wenyewe. That issue that is disturbing you, report it to heaven. Do not report it to me. Do not worship me. I'm just but a vessel used by God. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini if you are coming here because lazima uguzwe na apostle, lazima uone, lazima mpaka sasa maasha ukisema mimi apostle alisema nikuje. As apostle niambia saa 3 lazima nikuje nimuone. Then you didn't come for God. You came for apostle. Bwana Yesu asifiwe sana. You came for the apostle. Stop coming for apostle. Coming for the God that is using apostle. Bwana Yesu asifiwe sana. The God that delivered me. The God that uses me. That is the God you must pursue, because if you are seeing greatness in me, then it is not me, it is the God that is using me. So strive to look for that God where he is found. And the moment you find that God where he is found, you will be able to stand the way this God wants you to be, because the connection does not come from me, it comes from God. Bwana Yesu asifiwe sana. So whether I touch you or don't touch you, if you are not respecting my God, whatever I do to you, it will not work. Because the blessing will come from you to you because of you having respected my God. You having kutambua, umetambua huyo Mungu. Kayosho de enake, osho nuedele atabura. Bwana asifiwe sana. Lakini ukitambua mimi na Mungu wangu utake kumutambua, basi you are not working, because I'm getting the source of what I have. It's from God. It is not from me. So if unanitambua kwa kuliko yeye, basi hata yeye ataniondokea, atasema basi doge dhie tuone. So nyinyi ndio mnauaga wachungaji. Sema mimi nimeua wachungaji wangapi? Kila mtu aseme ameua wangapi. Umeua wangapi? Wale ulikuwa na worship unasema akiniguza aliokigo kemwe tu na kaini yako koigwa. Areka gukoigwa niki? Baba ito. We mwega. Ndona juere no iradi gitukaga. Ni aje gutukaga buraki kamwe. Yes, thank you. Wasalimie mwenzako on your right hand side. Musalimie. Na usalimie mwenzako who is on your left hand side. Umwambie karibu sana. Nataka kukaribisha wale watu wote wanatu worship, wanatutazama kutoka nje kule majuu, kutoka Amerika, kutoka Germany, kutoka Finland, kutoka Italy, kutoka Gulf yote, Australia. I want to thank you for joining us in this service. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Muranga tunaenda Matuedi. Wagapi wanaenda Muranga?
Bwana Yesu asifiwe sana. Murang'a ni tarehe 4 na tarehe 5. Wagapi wametuma kitu ya kwenda Murang'a? Tunakoboa speaker, tunakoboa kiwaja, tunakoboa watu wanakunywa maji. Inua mkono yako kama umetuma pesa ya kunywa maji. Inua mkono yako vizuri tuone wale watu wanaenda Murang'a. Inua mkono vizuri hivi. Inua mkono hivi straight. Ni watu 3. Lakini sisi wote tunaenda sema Murang'a. Sisi wote tunaenda Murang'a. Sasa mtakuta Saudi, ni mtatoa wapi Saudi kama muwezi kutupatia Saudi? Akoro mutiko he Saudi ri gathi na ke mami ndenda na nini tugakihujia na ke. Nataka Saudi mzuri, mkienda kuaja mkute wangapi wamesema nataka kuwa mtoto wa kiroho? Ina mkono juu, mtoto wa kiroho wa hii kanisa. Wale wameniandikia kama message nasema I want you to be my spiritual father. Mtoto wangu ya kiroho, inua believe that mimi ni mtoto ya baba yako ya kiroho. Inua mkono juu. Inua mkono juu vizuri. Sasa ufafa wa nyuni aradi the Murang'a. Hata kikombe ya maji hakuna. Bwana Yesu muende sasa watoto. Wewe muinua mkono mjue ninaenda huko. Gari yangu je mafuta, ninajukua mzuri kwa sababu sitaenda na kajukua. Nitaenda na jukua iko mpaka na nini? Na TV kado, TV kubwa si ile yako. TV kubwa inatoshana hiyo nyumba yako. Wall ya nyumba yako yote tuweke huko. Ndio watu wa Murang'a wajue things have changed. We must change the whole system ya venye tutakuwa tukihubiri Kenya hii. Ile mahubiri tulizoea ya mababa wetu akina Matuta na hao wengine. We must change the system. We must increase. Venye akina Uhuru na Ruto wanafanyanga mikutano yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia wanatumia maelfu na mamilioni ya pesa kupanga mkutano vizuri. Na inakuwa ni kitu mzuri. Beam the life all over the world. That is what we want to do. Tunashindwa, unasemanga wale watu ni wa dunia. Kwani mbona watu wa dunia wako na akili kutuliko? Ni kwa nini wako na akili? Sasa wakati uliokoka akili yako iliisha. You are in the corporate world working in the corporate world and you are the best planner in the corporate world. Lakini ukikuja kanisani unakuwa village what? Corporate village. Unashindwa. Sasa ati mnataka tu vitu tumasekete ati ndio tu atakayenda kwa paralia. Asio maparalia tio ni goma. No. If God has given you wisdom, use the wisdom to perfect his work. We want to preach a Jesus that everybody will see. Indeed, these people are blessed. Because these people are watching, are moving, are seeing us. Wanatuangalia, wanatutazama. Wanataka kuona unaenda. Sasa juzi hapa, zamani nikiwa Mungiki, hapa Girogo nilikuwa nimepeleka gari yangu kutengenezesha. Mzee mwingine Hoka akakuja, ni Hoka nauza sio Hoka ya maobi. Na waitaga mahoka ya maobi, wale wanaigiaka kwa gari. Within kutoka Donholm mpaka hapa City Stadium. Anakuwaka amehubiri, ameombea toba na ameitisha sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshaimapata kwa gari? Bwana anasema mtakaka na ile maombi yote ni ya vitisho. Venye mtakufa, venye kuna mauti, venye dunia inaenda kuisha, venye inaenda kumalizika, venye inaenda akimaliza tu within 3 minutes amehubiri basi kama 6. Na amekuuzia uoga na amekuambia sasa toa. Kwa sababu anataka kuruka the next car. Naye tena aiteremushe na vitisho. Tena aruke hiyo ingine tena aikuje na vitisho siku mzima ni vitisho na kuitisha. So I want to get out of. Mimi nilikuwa Mungiki. Na wakati nilikuwa Mungiki nilikuwa napanga kitu dunia mzima inaandika magazeti headline. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua gazeti ya Germany yoyote, ukati ule utanikuta niko headline. Fungua gazeti ya UK yoyote, kina Herald, kina Sun, Daily Sun, zote utanipata niko headline. Enda America, I'm headline. Reuters, BBC, Al Jazeera, because of the kind of a God I was lifting up. Na nimekuja kwa Mungu mkuu, Mungu mkubwa. Do you want me now niloe my standard?
Tell me. What am I supposed to be? High. I'm supposed to do 100 times bigger than what I was to be. We cannot be seeing akina Raila ndio wanapanga mikutano inajaa watu, and they know how to spend the money because they know what they are looking for. We are going to heaven. We are praising the God that owns everything. We say God is the owner of silver and gold. Yet we are mean to our God. He has given us small things, but we are still mean, and yet we are expecting many from him. That is not achievable. That's not believable. Lazima tuwaonyeshe we are God. Angalia, in the Muslim fraternity, I was a Muslim myself. And I was recruited by Osama bin Laden, who was my good friend. And these people, they spend money. They spend billions of money. Mimi walituma a private jet at the airport. Ikanichukua ikanipeleka kwa mtu anaitwa Gaddafi. Nikapelekwa pale kule kwenye desert. Kutoka hapo I was picked by a private jet, a military private jet mpaka Saudi Arabia. I met the king in Saudi Arabia because they wanted me to come and plant mosques across central Kenya, 5 kilometers a mosque. And one person was sponsoring, and this person was Gaddafi, and he was to give me $500 million to just plant mosques. When nakwambia tununue kiti ya plastic, sade utakuja. Utakuja. Sade lazima ugojeke. Sade lazima utembelewe na cousin. Kiti ya plastic. Yule ni mtu mmoja anaenda kwa account. Ukienda Mombasa, msikiti wa TSS ulijengwa na huyo jamaa anaitwa Taufik Said Salmin. TSS peke yake na ali spend 400 million to build a mosque. How much can you spend to see the work of God moving from one level to another level? Ambia Mkristo mwenzako lazima tubadilike. Huyo Mungu wa umasikini simutaki kwa hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo Mungu wa kusikia tunatakasa kiti. Kiti, kununua kiti ya shilingi 500 unahama unakuja. The Sunday nitakumonita vizuri. Nikiona huku kuja kwa sababu ya kiti ya hutakalia ile itakuta hapa. Hautakalia. Never hautakalia. Nitakufukuza na gutire kodoko ndwara. Akomoti adori ile demo gekere. Na huyu mukodora de na Yesu. But we must make our God. Kwanza hizi makanisa za warokore mumiokoka kuliko hata Yesu. Kabisa. Ndio kuonana mvitana zao mmekuwa mirakosika. Mkitoka hii kanisa mnatoroka mnaenda hiyo kanisa nyingine. Mnatoka hiyo mnaenda hiyo kanisa nyingine. Mnatoka hiyo kwa sababu you don't want responsibility. I mean napenda wa Catholic kwa sababu ako huko, amekaa huko na anapenda responsibility. Wanajenganga kanisa. Architectural plan peke yake unasikia imecost 10 million. Architectural plan kuchora hiyo mchoro peke yake, architectural plan peke yake 10 million. Na kanisa kujenga sasa the building unasikia inakuwa 500 million shillings. Na hawakuchaga ni ile kamweredo yao, ile mwaki yao. Pole unasikia kanisa imesimama. Sasa wewe hiyo unasikia watu hii kanisa I'm here 10 years. In the last church you were, ulikaa siku ngapi? Ask your neighbor. Mulise tu, in the last church you were, umekaa siku ngapi ama umekaa miaka ngapi? Kwa last year peke yake umeenda kanisa 50. How do you expect to be blessed? Stick and allow yourself to be taught the word of God. Sit down. Allow yourself to be taught the word of God. Once you are taught the word of God, you are able to set yourself free. Because by knowing the truth, you are set free. By knowing the truth, things will work for you. But you cannot come here and kuekelea mkono. Ati nikwambie miracle come, miracle go, miracle come, miracle go. No, it does not work that way. Wacha ujinga ya kiroho. It is the word of God that will set you free. Jesus had come from the mountain for praying 40 nights and 40 days. And the first encounter was the devil himself.
The first encounter was the devil. And the devil told Jesus, it is written that mawe unatani mawe inakuwa mkate. Naye akamwambia, it is written. Jesus never told him, pepo baya toka nyeusi, pepo toka riba kakaka. No, he referred where the reference came. He referred to the same Bible and told the devil himself that it is also written that a man will never live, shall not live by the bread, but by the what? But by what? But by the word of God. Jesus knows that. Why don't you know that? That it is by the word of God we are going to succeed. It is by the word of God that you are going to win the battle. It is by the word of God that you are going to be healed. It is by the word of God that you are going to conquer the enemy. You cannot conquer the enemy by the anointing you have. The anointing cannot make you succeed. We have very many bishops who are anointed than us, but wanatembea huko mguu kama nyoka. Na ni bishop. Na amehubiri na kuambia amehubiri 50 years na nako na anointing. Na ukiona kabisa mzee ako na anointing, lakini anakuhubiria na kuambia maneno mingi. Kisha the last day anakuambia, lakini ndugu, vita imekuwa mingi sana. Hata hivyo unaniona sijakula. Hata kanyumba kamefugwa. Na ile anointing yako nayo ni very powerful. Anasema kiwete kitoka na kinaenda. Lakini wakati wa kwenda kukusana na pesa inamwambia hatutabui anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama nyinyi si wa Kristo? Who is not a Christian here? If you are not a Christian, lift up your hand. Who is a follower of Jesus here? Inua mkono wako juu. A follower. If you know you are a follower of Jesus Christ. Jesus Christ, the Son of God. Inua mkono wako. Mfuasi wa Yesu. Haya. Uko kwena hoya kama goko. Wewe ni mfuasi wa Yesu. And you are talking of Almighty God, the Son of the Most High. Na nikiangalia nyinyi wote mmekuja kwa sababu mko na mashida kwenu imechacha. Things are not working at home. Where did he go? This mighty God yako aliyedaga wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako, make your God known. Yes. If you make your God known, you will win every battle. Because that is all what he's asking us. If you diligently obey the voice of your God. Diligently. Let's go together with me, the book of Job, the first chapter of Job. To tell your neighbor, discovering your purpose. Yes. In the book of Job, the first chapter, the verse 1 of Job, the Bible says, there was a man in the land of Uz, whose name was Job, and the man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. This is a man that feared evil, that turned away from evil, a man who respected God. A man that walked with God, a man that believed that it's only God who can deliver me. It is only God that I have the power from. It is only God that gives me this life. It is only God that has made me to succeed. That was Job, a man that trusted in God. A man that believed in God. A man that has a powerful knowledge about God. And there is nothing he did away from God. He turned away from evil. Bwana Yesu asifiwe sana. But this is the man who suffered the most. This is a man that faced huge challenges. This is a man that lost a wife, lost children, lost cows, lost goats in one day. Yet he trusted and believed in this God. Yet he believed. I remember I was reading this Bible, this book, and there's a place I found that he said, even if you left me, I'm not going to leave you. I'm going to walk with you. Even if everything refuses to work, I'm still going to be with you. I'm still going to stand and do the will that you have projected unto me. He's a man who turned away from evil. Yet he's a man who faced the worst challenges in the life. He feared God and turned away from evil. There were born to him 7 sons, 3 daughters. He possessed 7,000 sheep,
3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 female donkeys, and very many servants, so that this man was the greatest of all the people of the east. He feared God and turned away from sin. This man had 5,000 female donkeys. This man had 7 good children. This man was rich, super rich in the east. He was the man that was super rich. Can somebody say he was super rich? And he feared God and turned away from evil. You don't have anything. The much you have is 10,000 shillings. Lakini kurukaruka, nobody can stop you. Bwana Yesu asifiwe sana. You have refused to obey God. You have refused to follow God. You have refused to sit down and be taught the word of God. You have refused to walk the way God would have wanted to walk. But this is a man who was super rich. You can never be acquainted with him. You can never be created with him. You can never be said anything compared to him. You have nothing. This man feared God and turned away from sin. Yet he had everything that causes you. And they say he had so many servants. And I can see most of us, we qualify to be his servant. The salary he was paying them, that is where we belong. And this is a man that feared God and respected God. Do you fear God? Do you respect God? You only respect God on Sunday when you're coming to see the apostle. That is when you do nice prayers. That is when you do everything good, so to appease the God of apostle. Hallelujah. Are we really walking the way God would have wanted to walk? How many people have you backbite today? How many people have you spoken against today? How many bad thoughts have you said when you are in your car coming, or in the matatu coming to the church? What kind of altercations do you have with that makanga who abused you? How many people have you found in your plot? They are suffering. They don't have food, and you have a lot of food stuff in your fridge, and you cannot give out. How many people have you ever stood to help? How many people have you ever just stood on your way and unawasaidia na uko na gari mzuri na ni wewe peke yako unaendesha? You have 4 more seats or 3 more seats, but you cannot accommodate because this person is dirty and is stinking. This man feared God. This man turned away from evil. This man respected God. Yet God had given him everything. A reason for him to fear God. Because he knew this God that has given me cows, this God that has given me camels, this God that has given me donkey, this God that has given me wealth, this God that has blessed me to this level. This is the God I want to live for. This is the God I want to work for. This is the God that I want to appreciate. This is the God I want to be connected to. Wewe hata hauna kitu. Wewe hata hauna kitu. But mchana tuko, you are okay, but usiku unaruka kama kaswara. Masengenyo haitokangi kwa mdomo. Noge muona. That's alone disqualifies you from being a son of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Tell your neighbor, we must change. And knowing the God that has given you is the beginning of discovering your purpose. Knowing the God, the purpose in you. Knowing this God that gives you the camel, gives you the cow, gives you the business. Whatever that you have is given to you by God. That is the beginning of discovering your purpose. Because why he gave you all this, he gave you for a purpose. He gave you camels for a purpose. He gave you a car for a purpose. He gave you a business for a purpose. He gave you children for a purpose. Now I know the purpose of my daughter. She's supposed to preach. So I'm here to stand with her and produce the best of her. Bwana Yesu asifiwe sana. So knowing, for you to begin to know, to understand the reason why you exist, why you are on earth, it's looking around and see what you possess. Bwana Yesu asifiwe sana. The whatever that you possess, if you have a car, that is the beginning of your wisdom to understand the purpose of God in you.
If you have a shamba, that's the beginning of the wisdom to understand why God created me. If you are in a leadership, that is the beginning of the wisdom of understanding why am I in this position. If you're a pastor, that's the beginning, the first wisdom that you need to have to understand the purpose why God brought you to this church. That is, once you become a pastor in this church, that's the beginning of understanding the purpose of God in you. If you are a choir master, that's the beginning of your purpose, to knowing the purpose of God in you. If you are a makanga, that is, you know that you start discovering this is the purpose, a makanga, and now you start gauging to ask yourself, did God create me a makanga? Bwana Yesu asifiwe sana. The source of your purpose is known by what God has given you. Because so many of you, you have the link, you have the vision, you have something that you can see from far. It is coming. When Abraham was being blessed, he was not told to just look where he was. God asked him to see far. See where the heavens are touching the ground. That is where he told him. He never considered the blessing to where he was. He considered the blessing of Abraham to the distance. The far away distance. Because your purpose with God is not a limited purpose, but a long distance purpose that is endless. The love of God is infinity. The love of God is unending. God, if God decides to bless you, he will bless you abundantly, and you're not going to lose anything. God is going to bless you with everything. If he says that you're going to own an estate, God is not a liar. He's going to give you the estate. He told Abraham, see, today I have blessed you. You become a father of the nation. Until today, Abraham is the father of the nations. The father of faith. Until today, Abraham is still a king. Until today, the children of Abraham, they are still blessed, where I am connect myself to the Abrahamic blessing, and that is why I have been able to succeed. That is why I have been able to win my battles. That's why I'm able, because I win the battles based on what was given to my grandfather, that's Abraham. Praise be the name of God. And when Isaac was told by God to go, when Isaac was planning to go to Egypt, because in their land there was drought and there was no food. So Isaac decided to go to Egypt to go and do some cultivation there. But God told him, you are not going to Egypt. He told him, go back. And the way God is telling him to go back is a land that had a drought of 3 years, and they were in the process of another 3 years drought. There was no sign of life. There was no sign of anything in that land. But God took him back. He told him, go back there. And he went back. Praise be the name of God. Why? Because God knew in himself that I have blessed your father Abraham, so the blessings that I have given to your father must trickle down to you, and it must be seen by everybody that your father Abraham is a blessed man. Therefore, the blessing must trickle down to the children. Do you have a blessing that can trickle down to your children? Do you enjoy the blessing, the trappings of your father? Do you enjoy the trappings and the blessings of your grandfather? If no, there's a curse that is operating in you. Isaac was told, in Genesis 24, Isaac was told by God, go back. You're not going to Egypt. You're going back. And he went back. And the land he went, the land is called Ai. He started cultivating. He raised an altar there and sacrificed. Once he did it, he activated the blessings of his father. And immediately he commanded the whole village that now we want to cultivate, we want to plant. And they started, they had him planning to plant, they came and laughed at him because they know this is dry and there will be nothing, and nothing will come out of this land. They knew for sure there is nothing that is going to come. That is how your enemies are. They know for sure in you there is nothing. In you are not going to succeed. Even if you try to go to America, even if you try to go to Egypt, even if you try to go anywhere in the world, you're not going to succeed. They know that you are dry, but the God in you knows there is a seed in you that will germinate.
In you there is a seed that is going to germinate. But because you are blind, because you don't know the word, because you don't understand, you don't want to sit down to be taught, that is why you are vague and fake. Isaac, because of the blessings of his father, he went back and they started the job. And the people there just loved at him. And when he started planting, he told them, give me your seed, I want to plant. And they all brought the seed to him. That is how God is going to disarm your friends and enemies that are around you. The people you think they are good to you, but they are not good to you. Then Isaac, in the midst of the storm that you are in, God is going to disarm your enemies for you to be empowered. Hallelujah. God is going to bring down everything that can oppose you, because Isaac was going to be blessed, the blessings of his father. So God did one thing to disarm the people who can be of opposition to him. And he brought the drought. That's why I'm telling you, the situation you are in is a situation planted there by God. It's a situation put there by God so that it can be used to disarm those who want to kill you. Hello? I hope you understood that. That Isaac, when he went back, he told these people, I want to plant. And they came because he had some money. He told them, I want to buy your seeds. All of them brought the seed to him. Every person brought the seed because they knew this man is wasting, but we have seed we cannot eat. Let it give to this foolish man. We take his money away from him. And they bought everything and ate the money, but the seed remained with Isaac. And when the season came for planting, it is only Isaac who had the seed to plant. It is only Isaac who had what he's supposed to be done. And he did it. He went and planted. In the dry season, they will come and sit somewhere to watch him as he's doing, to look at him as he's doing, and they will love at him. In him, God was disarming all those people that they will be possible future disturbances. The disease you have now, the situation you are in now, it is not meant to destroy you. It is meant to disarm your enemies. In every situation you are in, it is a situation you should thank God for. For it is a situation prepared to prepare you for your greatness. But and Isaac bought everything, meaning these people were completely disarmed. They will never have a seed to plant. So Isaac became a lone competitor. He would only compete with himself, not with anybody. And when he planted the seed, and that's where God was waiting, and that's where God is waiting you to be. When he planted the seed, the rains came. Only him had seed. Only him had something to do. And they all waited to wait for him because he commanded. Immediately the seed germinated, and he's the only man on that land that had food. Even the government of the day did not have food. So even the king, the president of the nation, came to Isaac and told Isaac, sell this food to my government. But Isaac said, no, it's me who is going to sell. The Bible says in chapter number 24 that Isaac became rich from a desert situation. Isaac became rich from a desert situation. A situation that was dead. A situation that was no life. But out of that situation and the plan he had from God and the faith he had from God produced the man that became rich. The situation you are in is not meant to destroy you. The disease you call a disease, it is in quotes not a disease. That thing is not permanent. You are being prepared to go where you are supposed to be. You are being prepared to go to your purpose, because that is when Isaac discovered, this is my purpose, feeding nations. Hallelujah. That is when he discovered that I'm the only with the food. Until the king came to kneel before him. The king came and told him, no, you are going. And the king told him, I want to be worshiping your God. Your situation will make people to come and worship your God, because God will prove himself greatness.
Bwana Yesu asifiwe sana. This God will prove himself to you. This God will make you what many people think you are not going to be. Your God is going to lift you high. Your God is going to turn you and make you a super away from what many people think you are. Isaac himself had a belief in God. Isaac knew that I am following the footsteps of my grandfather. I'm following the footsteps of being a blessed. I come from a blessed family. We come from a blessed family through courtesy of Jesus Christ. We are not supposed to be counting losses. We are always supposed to be in that situation, knowing that our God and our personal Savior Jesus Christ is going to make us better today and tomorrow. The situation you are in is not permanent but temporary. Bwana Yesu asifiwe sana. So we know this identifies you to what we call your process, your purpose. And whatever the trial it is meant to produce the purpose of God in you. And they need for this purpose of God to be revealed to you. The purpose of God and the trials that comes with it are meant to improve you. Bwana Yesu asifiwe sana. That disease you are in, that difficult situation you are in, that poverty state that you are in is meant to improve your status. It is meant to improve how you think, how you see things, and how you relate with people. There are people here have been anointed, are multi-billionaires, but before you get into that, you test poverty. So that when you will grow, you will be able to remember there is poor people who need to be assisted. So this situation that you are in, that trial that you are going through is meant to do what? To improve you and refine you to produce the right person for the right purpose, for the right reason, for the right season, and for the right moment in the right place. Otherwise, without being improved, being tried, you cannot be improved. You must be tried for you to be improved. And number two, you have to be built. The trials are meant to build you. The capacity to build the capacity. When we began this church, we stayed here for about 1 year with only 10 people. Sometimes they will all go and I will be left here preaching. And I remember one day I preached to these seats. Na nikawaambia viti, sasa ni wakati wa kutoa sadaka. I was alone. Because everybody left me. Because they saw no hope in me. They saw no hope because they said we don't want to be associated with that Mungiki man. Hata kwa walikuwa natoka hawakuwa naambia watu kule wanaenda, walikuwa nasema nafika town. Na wanakuja wanatime, wakiona kuna kamera anajifanya anaenda asionekane kule nyumbani. One day I found myself in this room alone. And it was a service, lazima ni Sunday. Nikaanza na service, nikaweka bahasha, nikaekelea kwa kila kiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kiti niliwekelea bahasha. Nikahubiri like I've never preached. Na nikaomba, nikaziombea. Sema Bwana Yesu, Bwana najijibu tena. Bwana Yesu, Bwana Yesu. Naomba msamaha, dhambi zangu. Kutoka leo. And in the next Sunday, all the seats were occupied by human beings. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to be built. God was building me. Because I had come from an organization where I was a king. An organization where I was leading 4 million people. Terrorists. So I was a king. I was powerful. I have come to this other kingdom. This kingdom I was reduced. All the people I was leading, all of them moved away from me. And I was left alone. And every properties I had from the other kingdom was just disappeared. And I got into the matatu once again. And I will get into a matatu and everybody in the matatu will get out of the matatu very fast because a bomb has just entered into the matatu. Nilikuwa naenda pa railway wakati wa jioni rush hour. Wale watu wamepanga laini, napanga laini, naona laini inavunjika peke yake. Wakiona na magari zote kunasemekana gari haziedi. So I would walk to Kenyatta Hospital there na kusimama kwa stage. Kumbe hata kuna makaga hapo Kenyatta Hospital. Wanapigiana simu Kenyatta Hospital.
Magari zinakuja za gongu za kwenda gongu, hakuna gari inasimama, zote zinaenda zinabebea napo. Hapa unasikia makaka anasema stage imehama na huko juu. Then I will find no vehicle, I'll move further, walk further to Adam's Arcade until it is night. Naenda kwa kastage ambako kako night ndio niweze kuingia huko Dagoretti Corner. Hapo kwa Dagoretti Corner. Hapo ndio nilikuwa naigilia matatu. Hapa kutoka hapa mpaka Kongo. Hapo Dagoretti Corner na walk kukue usiku ndio nipate matatu ya kunipeleka, because if they discover, and one day they discovered na matatu, tukifika hapo kale ni gari hiyo iliingia police station. Shwa! Na dereva na makanga wakaruka wakajivukia ndani ya police station pale ndani hivi kukaa hivi. Askari anamuuliza ni nini? Askari anamwambia huko. Anamuuliza ni nini? Huko. Polisi akakuja na mabunduki anafikia ni terrorist. Watu wakaambiwa watoke, tukatoka. Wakauliza ni nini? Huyo. Nani? Polisi akajua ni mimi. Polisi akaniuliza tena, umekuja kuvuruga watu? Nikamwambia hata sijui. Akaenda akawauliza ni nini kai? Huyo mtu ni mbaya. Hamumjui. Huyo mtu ni mbaya kai. Atatumaliza. Ilibidi nibebwe na Land Rover ya polisi nipeleke nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how God was building me, because nimetoka kwa ufalme ule. Na wale wafalme wa huko walisema kanyoroseni mpaka kakue sawa sawa karudi hapa. And I vowed to God, even if I die, I'll die with you, not with them. Bwana Yesu asifiwe sana. And gradually I grew up. Gradually I've been built. I started the church. Tukaanza hapa kanisa, everybody, all the pastors in Nairobi. Wengine walikuja hapa, wakaniambia hakuna mahali unaenda. Hapa wakiwa wakali walikuwa wameniambia niwapatie kila mtu 10,000 ndio waniachilie neema na waniachilie anointing ya kuhubiri. Walikuwa na marafiki za koki. They came here. They were sat here. Wengine walikuwa wamejaa hapa, wakaniambia I have to give 10,000 for each. Wewe ni mtu tajiri sana, mpatie kila mmoja. Nikamuuliza ni ya nini? Ndio tukupatie madhabahu ya Nairobi. Nikawaambia hakuna kitu. Na kwanza nikiwa hapa kwa madhabahu, Bwana akanizungumzia, akaniambia wapige touch. Nikashika kasichana kamoja hapa, nikawa touch. Toto tukaanguka chini. Sasa kale kamoja kaliangukia, pasta moja alikuwa amekuja ukashika hivi. Akaaguke, ulikuwa huko hapo siku hiyo. Akaaguka huyo mama na ni bishop. Akaagusa mabishop wengine wote. Wakasema hiyo kanisa hatutaenda, huyo pasta na kuna madharau na sisi, anaagusha wachungaji. God was building me, because I was in a rush to become big the way I was big, but God told me that you must start from the foundation, rising up. It was a bit painful. Nikikuja na motorbike hapa, nashuka, sikuwa nashukia hapa, nashukia huko. Alafu nakuja nikitembea hivi, nasema nimeacha gari ikioshwa pale. Alafu usiku na ngoja paka kusikikua usiku. Na tena napandia, si wao motorbike wamesimama hapa. Ni wale wako wanapita, wale wa barabara unasimamisha. Na unaruka cha, na namwambia leta helmet. Na vaa helmet. Bwana Yesu asifiwe sana. That's how God will build you. More especially if you got the purpose of God in you. Tell your neighbor what I'm going through, I'm being built. And number 3, the trials are meant to produce preparedness in you. They are preparing you for the greater job ahead of you. Bwana Yesu asifiwe sana. You are just being prepared. Just wait for that moment to come. Everything in you is going to change. Everything new in you will, when you got saved, you think that you have been deprived because your ego, your maringo and everything will be removed. And all this, when they are being removed, I was telling somebody in the morning that when God wants to use you, he cuts all that is not in you and leaves only that is in you. Bwana Yesu asifiwe sana. Do you know, nani yako na kale kamutu? Wale wanachonga wale wakamba kale kamutu kamzee kamekaa hivi, ameshika kamuti hivi. That we use kwa nyumba ile tunaweka decoration. Nani yako nayo? Sema tu kweli. Si mbaya, I'm not saying ni mbaya. Tumoshoko ile tumoshoko tule kama sai, kamechoko kama sai. Ndio tumkono. Kai. Uko nayo? Kametoshanaje? What's the size of it? Toshana hivi. Na kakoda hivi. Kama chupa ya Coca-Cola.
Lakini hako kamuti ndio katengenezwa kamutu kalikato kwenye kikigi kama hiki. It is a tree that was fell. Then kikigi kimetoshana hivi kinono hivi nikikakatakatwa na pawaso. Alafu hiyo kikigi kikaletwa mkapa hako hapa chini. Ameng'oa hizo zingine zote atoe hako kamutu kametoshana chupa. The loss kwa hiyo muti is 99% loss to produce a 1% kamutu. When God is dealing with you, that is what is going to happen to you. He will make sure the larger part of 99% that is full of ego, full of lies, full of filthy, full of anything stupid, you name it, until he removes everything. Na wakati atamalizana na wewe, utakuwa hako kamutu kametoshana chupa. Bwana Yesu asifiwe sana. And if God is dealing with you, enda uangalie hako kamuseka kuchoga hiyo miti, kuchoga hiyo kamutu. Uone venye ameshika miguu hivi na amekalia kajongwa kake, anasogeshaka hiyo kitu hivi na mguu akichoga. Kama God is dealing with you, sit down, because hakuachi until he produces you. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kuruka. Kama neno imekukamatia kwa Waruinge, kaa huko kwa Waruinge. There is a time utatoka uende. Time yako ikifika ya kutoka itafika. Usiende kuruka kwa wengine ati miracle haijafanyika. God is not a miracle seller. God is not a miracle distributor. God is a word producer and a word giver. And through his word, you are going to be liberated. You know the truth, and the truth will set you free. Kwa hivyo kama umeanza kuchogwa mama kwa sababu unachogwa, kama umeanza kuchogwa, wacha kuruka. Enda pale kwa wale wanatengenezaga ile kirai ya kutengeneza nini? Ile kirai ya kutengeneza ile kirai ya jua kali. Uone hawa jamaa wakiwa na nyundo wanasogeshaka na miguu. Mpaka na alafu ilikuwa imepitishwa kwa moto. Ikachomwa. If God has decided to deal with you, boy, sit down. Wacha kuruka. Just wait, because he's building you. He's producing the real you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Hebu fanya hivi, niinulia mikono wako. Are we together? Pokea gari. God is preparing you for the job that is ahead. I was telling somebody yesterday, because niko na committee ile inatengeneza mkutano ya Muranga. Nikaambia we were having a lunch somewhere, nikaambia sasa this is what I want to happen in Muranga. This is the much you are going to spend for the meeting. And they looked. This is you are there. Then number 2 came, that we are going to look for Samido or Ratutura or whoever. We must go with them there. Apostle, are you serious? I told them I'm serious. And they looked at me. Jose Ratutura. Watu wa Mogithi. Nikamauliza, ogwa aina Mogithi? Sinaendeka kwa bar. Nikamuuliza, kwenu kwa nyumba kuna bar? Aniambia hapana. Ulijulia wapi anaimbanga kwa bar? Yeah? Ulijulia wapi anaimbanga kwa bar? Aboy, ulijulia wapi? Siu kama kwenu hakuna bar na hajai kuja kuimba kwenu, how did you know anaibaka kwa bar? Bwana Yesu asifiwe sana. Me, I was not called for the good people. The good ones are huko PCA na Agirikani na huko kwingine, wale wanakutulia huko kwa mtaratara. Mimi nataka wakora like you. Majambazi kama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo iwetirwa watu wega. No. I'm not called for good people. And I'm following the footsteps of who? My mentor, my Savior, Jesus Christ. He was not called for good people. He was called for those bad, then he brings them in the kingdom. And I called Joseka Tutura, and surprisingly, the song that is
was to release this Sunday somewhere else is a song praises God. Hallelujah. Then I told him this song because I heard God telling me he has a song that will change this nation. Go get him. It is me who told him to compose the song. And he took herself to his car and akaweka hiyo song. Atairelease. Vacation ndio anafanya shooting. Atairelease Sunday. Ihora Stadium. Mukai kukuja. Tutaachilia tu. And the song is worshiping God, asking God, save the children of Mount Kenya from challenge they are facing. He's kneeling down to pray, to ask God to forgive our children, to let them off this hook of drugs, to let them off this hook of lesbianism and gayism. And I waited to hear the mention Shaitani to Saidie. There was no. The entire song is about God. But one of my organizers committee, I was apostle. This mentality of judging people. If Harrison Nganga judged me, would I be preaching? He beat me. His church split into two because of me. And he said, you rather get out of my church. But I am going to get this man into my church. I'm going to train him. I'm going to ordain him. I'm going to start for him a church. That is what he did. This speaker bears the name of Harrison Nganga. The first rent of this house bears the name of Harrison Nganga. He stood with me and his main bishops in his church split from him and told him, if you allow this man to come to this church, we are not going to be with you. And he told them, go. They all came to apologize to her bishop. They all came to this church and they contributed to the rent that I paid here. Those who split, those who went, they came back and they said, indeed, God has shown you. I'm here for everybody. I'm here to save this nation. I'm here to speak to these young people. I know them. They are in drugs and I know them. They are majambasi. I know them. Ni mimi naweza kuingia madhare dani huko dani bila bodyguard and I'll go and speak to them. That is why I was called. Praise be in the name of God. So I have been prepared and I was going the process of preparation so that I can bring all these people together because I must change the way the gospel is being preached in Kenya. It must change. We must embrace those brothers. We must embrace them, those who are drugs. We must embrace them, those who are doing crime. We must embrace everybody and bring them back to Jesus Christ because that is the purpose of Jesus Christ. That's the reason Jesus came to this. That's why he was killed. That's why he was crucified. He atoned his own blood so that that man outside there can come back to Jesus Christ. Praise be. And now I'm being prepared. Nimekuwa prepared. And they are continuing to prepare me. And the number 4, the reason of the trials you are going through, it is to compose you. Sema compose me. He's composing you. Once umechongwa, kuna kasande pepa, kana pigaga, kale kamuse, kana koka kamenyoroka, kana sandi pepa, kana to compose and produce the real the real message. Bwana Yesu asifiwe sana. So sit down and wait for the completion of the trial, for the completion of whatever that is happening into you. Just don't jump from here to another place. Don't jump, usirukaruke. Just do it. Just wait. Compose, be composed. Relax. Hata kama ulianza na anointing kubwa, relax, tulia kidogo. Utengeneze, ukue composed. Ukichomoka kule kwa barabara, ukiona watu wakifanya kitu, unajua huyu ni hajakuwa composed, unamuaccommodate, unamtrain. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naonanga vijana wengi hapa, huyu alikuwa mgaga, huyu msee, si mnamuonanga kwa picha. Hebu inua mkono juu. Lakini hata kwa pastor yote, umwambie huyu alikuwa mgaga, unasema, "Kai, tapo, risha, rika." Huyu mtu simtaki kwa kanisa yangu. Amekuja kumaliza kanisa. Hapana. Hata huyo maina hata kote. Maina ama kote. I'm going to Muranga because of him. He must get saved. He must get saved. I'm telling you, nilikuwa na msemo mwingine waliambiwa na sema okay, huyo ndiye aliroga Kenya. Na sade hiyo lazima yeye ataokoka. Bwana Yesu asifiwe sana.
Aliniitisha busi, akaniambia toa busi, nikamwambia niko tabuli. Lakini nitampokeza busi hivi akiingia kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndiye alifuka Kenya. That is why you are suffering. Huyo ndiye alifuka kila kitu, and he is so happy. Na akaniambia hii ndio zile miti nilitumia, hii ndio ile silaha nilitumia. He was so happy he has achieved. But he will profess, atasema Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Because that is why I have been called for this season. That is why I'm here. We must change how things are being handled. We must change how we worship God. We must change how we approach our God. We must see a greater God. We must not see that small God, that miracle God. Me, I'm not for the miracle God. If you are here for the miracle God, just go away. I don't see miracles here. I'm not in need of your money. I have money. I want you to see my God. Before your money, see my God first. See the God that I was taken. I've been to prison 52 times. Prison 52 times. Nimepigwa marisasi kwa mwili 12 times. I've been poisoned 9 times. That's the God I want you to see. Pesa mimi nilikukoni nikiwa prison. Wacha sasa nikiwa nje. Nilikuibia nikiwa prison na ulinipatia nikiwa prison. Nikaja nyumba nikiwa prison. So utanitisha na pesa ya nini? Utafute huyu Mungu. Sema tafuta huyu Mungu. Yes, nilikoni na nikatosheka. Uliwahi kuandikiwa kama message kwa mzigo iko Mombasa inakuja? Wangapi wameandikiwa kwa message? Kama mzigo iko Mombasa, ulitoa? Ulilipia? 7,000. Kwani ulitoa pesa kidogo aje? Hiyo kazi yote nilifanya ni 7,000 tu ulitoa. 70. Hiyo ni kidogo. The least ambayo nilikuwa nataka atume ni 100,000. Iliisha. Nikuisha iliisha. Hiyo message ni mimi nilitengeneza nikiwa kamiti. Wao ukiwa nje. Nikiwa mfukwa lakini ulinitumia pesa kamiti. So, hiyo mambo ya pesa. Mambo ya pesa wachana nao. Let us look for God. Because hata hiyo pesa nilikuwa na haikunisaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipata pesa na haikunisaidia. It did not change me. I was still a prisoner. Nilikaa huko. Lakini Mungu alinisave. My money, I tried to bribe the judge. Mwenye alikuwa ametoa verdict ya mimi kunyongwa. Tukampatia 6 million. Akakataa. Tukampatia 10 million. Akakataa. It refused. Money didn't save me. But God saved me. Kana kamutu kanaitwa Johona kale kananyonga watu kamiti. Kalikuja kalikuwa kanapitia kwa Brokodi, inaitwa Brokodi, inaitwa Kodem. Broko ya Kodem. Kanapita hapo kananita, "Waruinge! Siku 7 imebaki." Kanaenda. Kanaruja asubuhi nyingine, "Waruinge! 6 days to go." Kanakuja kanakukanyaga tuko na kusema, "Waruinge! 6 days to go." Sasa na mimi naambia watu wangu, "Alia inajaji." Akaloleva addict, "Alia inajaji." Kana mshadia president. Baka president akasema no. So there is that power mercy ya president. The president said no. Let the man be hanged. The verdict of man and the verdict of the government and the judges ilikuwa imetolewa. Huyu jamaa alikuanga kwa reke. Huyu. This man you see here. Huyu ndio alituua hawa. Bwana Yesu asifiwe sana. He's my good friend. Hata wale wa container walinipigia jana. Wanataka kuja kuokoka. Huyu walinipigia kazimu wamekoka watu wengine hapo akasema, "Ni wewe next." Nikaambia ndogo hizi mtige hutia. Nikasikia ukiongea na uko na kana tuita. Huyu anafaa kukatwa na mashoka. You can never touch it until it comes to its fullest. You can never kill a seed from heaven. You can never succeed against a man that has been appointed, has been ordained, has been lifted up. I am consecrated, I am anointed, and I've been set aside for the purpose like this one. That is you. Because I have been set against nations and against kingdoms to
to destroy, to dismantle, and to bring everything down, and then to build. So you can't joke. I've been set against nations and kingdom. So any infrastructure arrangement of these nations cannot touch me, because I am superior than them. Tell your neighbor, I'm superior. That is why they steal. So I have been composed to know that I've been set against nations and against kingdom. To do what? To destroy, to overthrow, to dismantle, and to uproot, then to plant and to build. So I want to tell you, you are in a situation that you are in now. You are in that situation because you belong to that nation that is supposed to be uprooted. You are sick because you belong into the nation of sickness, sick people. You are poor because you belong to that nation of poor people. God is calling upon you today that your time for you to overthrow that nation, to destroy that kingdom, to uproot that nation, to uproot that kingdom, and then to build your own nation and your own kingdom where you will control which comes in and which comes out. Hello? You didn't hear that. You didn't get me that. Umenielewa? Umenielewa? Did you get me? You didn't. Did you get me? I'm telling you in a softer language. See today, that's the book of Jeremiah, chapter number 1, verse number 10. See today. Can somebody read for it? For me. Just rakaraka. Rakaraka. Jeremiah 1, verse number 10. Quickly with the microphone. Somebody with the microphone. Quickly, quickly. Somebody quickly. See, I have this day set thee over the nations. Wacha hiyo ya dhii. Tafuta Biblia mzuri, acha ya dhii, dhii. Ile Kisugu ya Wakikuyu wa Murang'a. Hii yako ni ya Kikuyu wapi? Ya Murang'a. Ngekoyo. Wangapi watasikia Kikuyu wote? What? Read it. Jeremiah 1, chapter number 10. See chapter number 10. Verse number 10. Verse number 10. Yeah, sorry for that. See, today I appoint you over nations and kingdoms. Stop there. See, today I have appointed you over what? Nations. So what is what walisoma pronoun na ngeli ya Kisungu. Ngeli ya overthrow na nini. See, today I have set you over. What does that mean? Over. Yeah? You are high above. See, today I have set you over Nations and kingdom. So I have set you over Kenya and the kingdom that is in Kenya. Did you get me? Kenya is a nation, but Ruto is the king, meaning where there is a king, there is kingdom. And the kingdom is the spirit that rules the nation. When you see the president has arrived here, his flag will be hoisted outside here. His flag. In a term of presidential standard. That is the symbol of the kingdom of the spirit that Ruto is ruling us with. Did you get me? So, the nation is Kenya. The nation is marriage. Marriage is a nation. Business is a nation. Whatever that the institution that you do, that is what we call a nation. And this institution, kama ni marriage, it got a spirit. In your marriage, there is a spirit ya huyo mzee amekuoa, hiyo ndio inatawala kwenu. That is what we call a kingdom. Which way to go the market. To uproot. He has set you over nations and kingdom to do what? To uproot, ungoe. Then
And to tear down. And na gutarura down. To destroy. And to even destroy it. Then. And to overthrow. And the overthrow is to rewrite the constitution. You put your own rules. Then after you've done that, to build and to plant. Once you destroy, you overthrow, you tear down, you build your own nation that you want. You build your own. You have lived in your family as poor people. You destroy poor mentality situation in your family. You bring down the kingdom of poverty in your family. Then you build your own kingdom of what you want. Did you get me now? If you go to America, first before ukiguza America hivi, the first job you do, destroy America ambayo inanyimaga watu makaratasi. Destroy America ambayo inakufanya mtumwa. Destroy America ambayo inakunyima kazi. Destroy America ya magay. Destroy America ya lesbian. Destroy America ya poor. Then build your own America that is rich. You will have supremacy. Because you create your own position. You create your own space. That is what? Once you've destroyed Kenya. Kama Kenya unasikia watu wakisema kuna shida. Destroy Kenya ya shida. Bomoa na uiangushe na uchome. Then rewrite a new Kenya that is rich. And it will accept you. But you become what is in your mind. You become what you create in your mind. You don't become what you are not. You can never become if your mind is not rich. You can never become rich. You can never succeed in marriage if in yourself you are not prepared for marriage. You cannot go to a crusade if in yourself you are not prepared for that. So you must destroy. That is what the Bible is saying. That ya other makiore within waku athina. That ya hima hinya na maorogi na make. Bomoa zote kama baba yako was poor. Destroy his infrastructure of poverty and build a family that is rich. That is the meaning of that. So when I'm called to preach to tell the people of this world that this is what is going to happen. And it must happen. When I was in Mungiki, I created my own. There was no Mungiki before me. And I came and I terrorized. Tulikuwaga na huyu. Huyu ndio alikuwa kasharedi wa Mungiki huyu. Na huyu ndio alichoma nyumba yako huyu. Ati nimewasaliti. Sasa ni mshirika wapi? Because I normally believe in my God. I have to destroy. Nilikuja nikavunja structures zote za serikali, nikavunja sheria zote za serikali, nikatengeneza Mungiki barabara, nikaanza kuitisha kodi, nikatengeneza court, my own court in Dandora, Kayore, na nikatengeneza my own prison. And the people were taken to prison, my own. And all this, including your business, you paid taxes to me. That's the meaning of destroying, overthrowing. You go and take over. You change the situation. Tell your neighbor, I'm going to change the situation in our family. Yes, we are poor. Sema hivyo, yes, we are poor. But from today, poverty is not part of our family. Yes, I am sick. But from today, sitakunywa dawa ya daktari. Yes, they said I'm positive or negative or whatever they say. That is not a big deal. Whether they say you have cancer, that's not a big deal. Whether they say you are HIV positive, that's not a big deal. That I have the power to cancel their statement and write my own statement. That is all what you need to do. That is all what you need to be. We are prepared for extraordinary services. We are not just there. We are prepared for extraordinary services. The situation you are in is preparing you to become extraordinary, not just an ordinary person. Tell your neighbor, I'm not ordinary.
Nimeja nimegogwa na poverty. Sasa usinione hivi. Usinione. Tukanyone wa nani? Mwelewe tukanyone wa nani? Tukanyone wa nani? Ni tukanyone. Ni no juge kwenda kuma kume. Mabi wagenda Kikuyu ya base. No juge kwenda kuma kume. Bwana Yesu asifiwe sana. Angapi wamefurahishwa na message ya leo? How many of you liberated? Do you still need me to touch you? Do you still? Have I been able to remove that mentality? Lazima uwekelewe mkono. Nimeitoa. Sasa umejiamini, umejua you are being prepared. Umejua you are going to do extraordinary job. You are so powerful that you are able to rewrite your story. That you are able to build your own territory. That you are able to conquer. That you are not sick. You are being prepared. You are going to be lifted. You are going to conquer. Then put your hands together for yourself. Let me tell you one thing. The role of Satan, the devil himself, is always has an intention to cause pain and overthrow your faith from God. That is the role. So when you are crying because of that pain, when you are crying because your family is very poor, the main agenda, you're crying because your father and your mother neglected you. Because like this girl, sikumulea. She'd never experienced hakunikunia kwa kunikojolea the way nilikojolea mama yangu kwa mgogo. She didn't have that because I was not a good man. But when I discovered I'm a good man, it's only that I'm not a good man because that mentality has been put to me. I went for her and picked her and made her what she is now. And she is a pastor. She's married. Me, my marriage never worked. But her marriage is working. I never did a wedding in the church. She did a wedding in the church here. Bishop Harrison Nganga was standing here and she did a wedding. Me, I was hit and run. Bwana Yesu asifiwe sana. She said no. Because I remember when she went to Harrison Nganga, she was asked, are you an original you? She said yes. Me, I was not. Even a single day. I was just a bad, hopeless man, useless man. But I never produced useless. I produced a queen. Bwana Yesu asifiwe sana. I produced what? I produced a queen. In my horrible situation, I refuse to produce horrible thing. Instead I produce a queen. She will conquer the world. She will go all over the world and preach the word of God. But it is after I went down and wrote again my story. It is after I went down and again and said I will never drink changa and pombe. It is after I went again and said mambo na story na wanawake nimewachana nao, because for me women was like biscuit. I have 18 children. Nimakinye 18. She's our chairman and our pastor. Tukijeta weigana. Bwana asifiwe sana. And they are all geniuses. Hakuna mtoto yangu ambaye si kanyoi. Wengine wako military America, wengine wako wapi? Wanafanya mabanki. She's a CEO. Hebu kama unaona hii akili kana inaweza kutoa kitu baya. But when I was able to compose myself and see, I need to write my story in the right way. I overthrow, nikatoa the mungiki mentality, the wizi, tulikuwa tunaiba na wanogo na wasosho. Unajua wanogo na wasosho? Ngapi unajua wanogo na wasosho? Hebu inua mkono juu kabisa vizuri. Pata kwa hivyo mlikuwa waizi. Those were my buddies. Those are the people I used to walk around with me.
able to come and say, no, this is not my life. I have to write my life again. And now here I am. I'm preaching to you. You one day, you are in a church praying for me to die. True? Someone here was in a church and praying, this man must die. Papa kotake to yaradia kazi yakaka. Karibu niibie ile kiwimbo kinaibagwa na ule mzee baya baya. Papa do ikatege tumi yagekegethie. Hivyo ndivyo papa do twehererie kimodo gekegekwe. Lakini I never died because I was not meant to die. God knew one day I'm going to write my story again because I'm here with a purpose. Tell your neighbor, I have a purpose. I'm not going to die. And today I've discovered my purpose. Tell your neighbor, I have discovered my purpose. I'm not a poor man, nor am I a poor woman. I'm going to succeed where they never succeeded. Hallelujah. Your faith must be steadfast and be strong. Because that is the agenda. The first agenda of the devil is to make sure your faith does not work and you hate God. That is what he tried to make Job to hate God. He killed the wife to Job so that Job can hate God. He killed the children of Job so that Job can hate God. But Job said, even if God left me, I'm not going to leave God. Even if the situation does not seem like it is working for you, God is working for you. Don't worry about the situation. Worry whether God is with you. Is God is with you? Yes. How do I know? I woke up in the morning. Even if they have locked my house, God is still is with me. He has not locked my life. Even if they have said they are going to auction my properties, they have not auctioned me. That's the most important thing. So whether he blesses you or not, he is still your healer. Whether God blesses you or he does not bless you, whether he says yes or he does not say yes, he is still your healer. He is still God. Number two, he is still your deliverer. Whether he blesses you or he does not bless you, God in heaven is still your deliverer. Ariogeteine kikoyo sasa hapo inaikia ariogeteine onakorone turareire kaya ariogeteine. Whether God blesses you or not, he is still your provider and your helper. Bwana Yesu asifiwe sana. He will still provide. Watu wakukatae, watu wakutoroke, watu waende, watu wafanye nini? Nothing will happen to you. Because God has a purpose. He will still provide. The children of Israel were meant to die, but he still provided them with manna. So if you want to know whether you're with God, there is manna. If you want to know, yes, they have said, I'm going to die in 2 weeks' time, but still God woke you today, so you have a conversation with him. Bwana Yesu asifiwe sana. He's still talking to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Never curse God when in pain, because the intention of the devil is to separate you from your God. In whatever situation you are in, never curse God. Continue praising God. When Paul and Silas were taken to prison, they continued to praise God. When the children of Israel were facing numerous challenges, they continued to praise God. They continued to worship. They continued sacrifices. And God will appear to them. You are not condemned. You are not going to die. Tell your neighbor, I'm not going to die. When you bless God while in trouble, you provide something that we call sonship or daughtership. When you continue to bless God in that situation, in that bad situation, you bring that sonship mentality to God. And God will see my son, my daughter. My Hilkotaya. My son, despite the situation he's going through, he still calls me my father. Continue calling God my father. Continue saying irrespective of what it is. Because the devil is trying to make you. Like now, we have in a very horrible situation. And everybody is like running to Illuminati.
Everybody is like running to Freemason. Everybody was saying, huyo Mungu amekosa kunisaidia. That is what the devil wanted. Huyo Mungu amekosa kunisaidia. So nipatie, nataka kujoin Illuminati, nataka kujoin this gang, nataka kujoin this. Because that is the agenda ambayo ilikuwa na shetani. Sole agenda ya shetani is to make sure you curse God. So do not, because God has provided a platform. He wants, anataka kukutumia in a mighty way. Do not be like Job. He refused to curse his God. But he said, I would rather die, but not curse my God. So when you continue to praise God, you provide what? You provide sonship. And when you provide the sonship mentality, God will come. And he will lift you up, because he will not want you to suffer. Your situation should not dictate you how you praise and worship. There are people who are praisers here. There are people who are coming to church because situation kula ni gumu. That's why you are in church. Otherwise, when life was thriving, ulikuwa sawa sawa. There are people in this church right now. They are here, and ukiambia tupige makofi. Piga makofi. Iwe makofi ya juu. Unainua. Hey. Unakuta yeye ndio anapiga. Lakini zamani kwa abia watu wanatupigia kelele. There are people who are really worshiping God because of the situation they are in. Don't worship God because of the situation you are in. Don't be dictated by the devil how to worship your God. Because the devil has brought the pain in you. Therefore, he will dictate now you can put your hands together, because anataka uende mwenyesha. But that mentality of worshiping God because of the situation you are in, it is wrong. Worship God when you have and when you don't have. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Leo mmenitulia vizuri. Mna expect magari. Leo nitaachilia magari kama magari 10 hivi. Leo nitaachilia magari kama 10 20 hivi. Because those who will continue with the purpose of God, they live a positive life. Bwana Yesu asifiwe sana. If you continue to live in the purpose of God, you will forever live a positive life. When you have and when you don't have, you still say God is God. When you are sick and when you are not sick, you still say God is God. You will not go to church to worship because you are sick. You don't go to church to worship because your business has gone down. You don't go to church to worship because there is trouble. You are always in church because you believe I have a God who lives. Hallelujah. Hallelujah. Put your hands together for Jesus Christ. Thank you. Thank you. How many of you are here? You feel now, after this sermon, I need Jesus. Lift up your hand. You feel completely, ninataka Yesu sasa. Nimeona, nilikuwa nimetupa bao. Inua tu mkono wako juu. Inua tu mkono. Umefeel after this sermon that you really need Jesus. Umefeel. Nimekuwa nikienda, nilikuwa kanisani all of this, but I have discovered, I've never discovered my purpose. Inua tu mkono. Simama tu kwa miguu yako. Waibishe Shetani. Simama tu kwa miguu yako. Simama tu kwa miguu. I know tuko wengi simameni. Tuko wengi umeguzwa na hiyo sermon. Imekuguza and you feel you need to change the way you've been looking at God. You need a newness in your life. You need to be a different person. Just stand up. God is waiting for you. This message was written because of you. This message was brought here because of you. Just don't fear. Don't fear. Alafu usikuja pale kuniambia pastor niopee pastor. No, I won't do that. I want to do it here because this is where the anointing is, and this is the time for that message. And this is the time for you to be delivered. This is a time for you to be connected back with God. And your life will, once you are connected, you need just one encounter with God. Just one encounter. And this is the encounter. I'm still waiting for you. Lift up. Simama tu kwa miguu yako. Simama. Wewe unataka kuokoka. Unataka ku receive Jesus. Just stand up. Don't fear. This is about yourself. It's not about we. This is not about the people looking at you. I said, if come back to Jesus. I'm waiting for you because I know God told me there are about 10 of you. Inuka tu. Simama kwa miguu yako na kusubiri tu. I know Jesus is speaking to you.
Make that bold decision and tell mwambie shetani, from today I will not walk with you. Mwambie tu shetani, this is the end of me with you. I want to tap the blessings of God. Lift up. Stand up too. Stand up too. Stand up. I'm waiting for you. I know you are many. I know you are many. Mpaka mnashika miguu hivi, mnajaribu kuinua miguu. Nasikia kiti kimekuwa moto. Amka tu. Don't worry. I was bad more than you. In fact, how I was, if I can give you a quarter of myself, utatoroka tu. I'm still waiting for you. I'm giving you 2 minutes for making a decision. Make your decision. Make that bold decision. Make that goldish decision. I'm telling you, you will never regret why God has done this today. Nakungoja tu. I'm still waiting for you. I know this is a moment for you. I know this is a moment that God has made for you tonight. Wale ambao mmekubali kujedi hapa mbele, just come. Just come. Nawasubiri. I'm waiting for you. Just come. Pandeni hapa juu. Panda tu juu hapa. Come forward. I'm still waiting for 3 brothers. 3. Wanaume watatu wako hapa. Na venye umesukumwa na maisha, nimekusukuma baba. Please kuja hapa mbele, because you are nearing the end of it. It is God made you to come here today because he meant this for you today. There are 3 brothers. 3, sio brothers, blood brothers, but nasema there are 3 people, men. I'm waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for you, my brothers. Beatrice, ndo simame huko. 2 more. 2 more brothers. 2 more men. I'm still waiting for you too. 2 men. Wanaume wawili. mwisho tajio
My brother. Why? Why? Why do you have a stone heart? What? You have a flesh heart? Why don't you want to hear what God is speaking to you? Yes, I know you're saved, but you're not doing right. You're not correct with God. True? And you know. Sure? Sure? I will not go to the details. You are not correct. You love Jesus, but you always find yourself in a mistake. Then you go asking God, why did I do it again? Is that true? Is that true? Yeah? Yes. Can you come back? Come just join us. You're a man of God. This man has an anointing. A special anointing, this man. But the devil has always wanted to destroy him. Because he will do 99 good. But 1% is finished. Gentlemen, I'm speaking to you. After you looked backward, look forward me now. What's your name? Yeah? Dan. You're a good man. There's a time you came to this church and you ran away. True? Why? Why did you run away? Huh? No reason. There was no reason. Shut up. Just ran away. Yep. You went and drank yourself sick. Yes. And you got an accident. True? Yes. Yes. Do you want to receive Jesus? Yes. Come. Gentleman there seated. Yes, you. What's your name? Yes. Ukiangalia kando na kando, uniangalie. What's your name? Yes? My name is Nathan. Na? Nathan. Nathan. Yeah. You're a good man. Thank you. Where do you stay, Nathan? Karen. In Karen. Yeah. So you're a rich man. Thank you. You're trying to become? Yes. Or you are living amongst the rich people? I'm living among the rich people. How do you live with Jesus Christ? Are you 100%, 50%, 30%? I'm 99. 99? Yeah. Where is that 1%? There is. This one? Yeah. This one that comes to disturb you? Yes. And she is always around you? Yes. And she's causing a lot of disturbance? Yes. And you find yourself making silly mistakes? Yes. And I'm asking God. If Jesus came today, will you be counted amongst the saved people? He's watching you. Yes. And with your 99%. He's looking for 100%. Would you be one of the people that will go to heaven? Yes. With your 99? Or you're going to negotiate with him? Will you negotiate with him and tell him, sasa, Mungu hapa sikiliza. Najua huyu mama alikuja hapa ndiye anafanyaka nikasirike niongee baya na ninabutusiki alafu ninarudi kwako. Sio utaona unajua. Ngoja mtagi na Yesu. I'll see that. Yeah? I'll speak like that. You do what? Nitaongea Eh. hivyo umesema. Unaona kikuba. Because lazima nijieleze ndio Mungu naye anisikize.
Yeah. Why do you find unaomba hiyo kitu iondoke, lakini ukirudi nyumbani hiyo kitu ndio inasimamaga? It is true. Yeah. Umefast hiyo kitu iondoke, and the day umemaliza fast Then I can. inakuja. Yeah. What is the problem? Problem. Nimejaribu kufind in family. Huko ndiko problem ilikuwa. Sasa mimi nimekuwa connected through bloodline. So, and you are comfortable with the connection through bloodline? So me, I'm trying to move out, but it's captured. Wamekataa na wewe. Yes. Kwa hivyo wewe ni wa upande huu ama ni wa upande kule umekataliwa na wewe? Ni upande huu. Ni upande huu Wa Mungu. wa Mungu. Yeah. Asante. God bless you. Thank you. Do you want to consider to be blessed today? Yes. Would you want to join us here? Yes. These are sinners. Would you want to unataka kuja hapa kwa sinners? Uombewe. Yeah. Kuja basi. Thank you. My brother, what's your name? Yes. Yeah? John. Yes. Simama tu na miguu yako. Uko na miguu? Yes, simama tu. Uliwachua mtoto na mama? Ni sharing love. Ni viwili? Ni mapacha? Ni vitatu? Triplets? Nani mkubwa? Kijana. Nani mkubwa? Kijana. Msichana ndio wa pili. Na watatu. Na kwa nini kama walikuja the same day? Okay, wamekuwa separated na mwaka mmoja na nusu. Nitaka kuvuka budget ya haraka. Tuingie maisha ya kung'ang'ana. Tulikuwa tunataka tumalize. Yes. Yeah. How is your life with Jesus Christ? Okay. I'm a friend of Jesus. You're a friend? Yeah. And how is your life? Not good. Not good. Yeah. Why is it not good? Actually, where I'm coming from, I think the background is not, the actual background is not good. It's not. Is it the background that is a relationship with Jesus, or it is you that has a relationship with Jesus? Who is supposed to have a relationship with Jesus? Is it you or the background? It's me. I'm the one who's supposed to have a relationship with Jesus. So, what is the problem? Is it the background or you? With me, I can say I have the relationship, but all along, in relationship inaangukaga. no, haianguki. Do you count yourself as perfectly with Jesus, that you don't need to be here for prayers? No, I cannot say that I'm perfect. I'm not perfect. Yes. I'm not perfect. Do you consider yourself this category of people? Do you consider yourself like us? Me, I'm one of these. Yes. Would you want to come here? Yeah. Then come. Yes, you. This is imekorogwa hapa, haiwezi pasuka. Mpeleke. Yes. Hii ni mkorogo, haiwezi pasuka. It cannot swallow you. Anaomba si dunia pasuka. Pasuka niende ndani. Yes, my brother. What's your name? Naitwa Kamande. Kamande. Kumako. Wa Murang'a. Eh? Murang'a. Murang'a waliko? Kataga. Umeta Kataga.
Mutoko no waremire. Ndinyuaga. Neke no akwira kana nyua. No akuria kana nyuaga. Radio do tole. Neke wekaga ndonyuaga neke Ndereba. Ndereba. Alafu neke wendete muno kuhotera. Gutire njiguaga o mago gathie nginya Uganda nithia Uganda na kirori no gacoka wathi wacuka haria muthia kuria kanyamari wina ma friends ri ni muri ya kanyama warikia hau kirori gikaigwo parking niguo ukoya handu kahuruka ukanywa kahua nĩ aremire no wende gucokerera mwathani tutige na story icio nyingi nĩ njũĩ mũhonoku no wende kumucokerera buri utuike gitungati kiria wari niĩ njĩkĩte ũguo ndarĩ mũhonoku na nginya ndĩmũbatithie maĩ twanjĩrĩrie hau ndarĩ mũhonoku tuthie alafu no rĩu kanitha ĩrĩa ndathomaga rĩ ngĩkora no haro kiuga kĩerera karoguo rĩ gũkũ gũtirĩ haro menyaga nĩ atĩa rĩ gũkũ Jesu ndarĩ kuo gũkũ gũtirĩ haro ndũgĩũke haha ndarĩ mũhonoku Bwana asifiwe sana. Wewe umeinamisha kichwa kama kakodoo hivi. Wewe kwa nini nimeinamisha? Hapana, sijasema uende huko. Bwana asifiwe sana. Kwa nini umeshikilia moyo na hapa inaduda tu? Tegerera guoko kuu gwako ha githuri-inĩ gĩake. Tegerera ngoro-inĩ iraga bate. Niki kiratũmĩ gambe ũguo. No iguthire tegerera rĩrĩ tokera. Tegerera guoko gĩtĩ-inĩ hau ikarĩire. Niki hiyo. Kĩhia hiyo niki. Nĩ ũraigua ta wĩ mwena ũyũ? Wĩ mwena ũcio kana wĩ mwena ũyũ? Tũgĩũke. Iratũ ciaku harĩ. Gũkũ nĩrona gũkĩte kĩnake. Batarura muguto wa ũria kĩ. Hanya. Yes. No egusharagi. This is the man of the season. Kemodo yake urona ha. He will do wonders if he stays and does the will of God. Simama. Habari yako? Last time nilikusamehea. Leo nataka nikusamehe tena. Leta hiyo pesa. Lete toa. Ndio utoe. Tukitaka maisha maisha hiyo ndio maisha tutaishi, tutakaa na nyinyi sasa. No nonsense. Sasa roho kila mtu roho ina tu takai. Kwa hakugani ni ina mikono yenu juu. Sema Bwana Yesu. Kuja hapa karibu. Nikujie, nikaribie. Toeni
Beba pesa yako mzee. Chukua pesa yako. Chukua. Nitakuitisha. Kaa nazo, umesikia? Unajua mzee anakuanga mganga. Anakuanga mganga. Sasa anataka kuleta sarakasi za uganga hapa. Na zimekataa kuingia. Hii tumekaa na wewe siku nyingi sana. Si uokoke. Uliokoka kitambo? Nani mganga? Uliokoka kitambo. Kutoka kule undani Taita. Uliokoka kitambo sana. Tuimbe pamoja. Kwanza tusimame tuimbe. Yesu moyoni mwangu, imba karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu, imba karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu, tawala Yesu, mwambie atawale maisha yako moyoni mwangu, tawala Yesu moyoni mwangu, tawala Yesu, tawala moyo wangu, mwambie moyoni mwangu, mwambie tawala Yesu, tawala maisha yangu moyoni mwangu, tawala Yesu moyoni mwangu, tawala Yesu moyoni mwangu. Fungua kinywa chako, mwambie karibu Yesu, mwambie karibu Yesu, mwambie karibu Yesu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu, inua Yesu moyoni mwangu, inua Yesu moyoni mwangu, inua Yesu moyoni mwangu, inua Yesu moyoni mwangu, tawala Yesu moyoni mwangu, tawala Yesu moyoni mwangu, kaimba kama unapenda, tawala Yesu moyoni mwangu, tawala Yesu moyoni mwangu, tukuza Yesu moyoni mwangu, tukuza Yesu moyoni mwangu, tukuza Yesu moyoni mwangu, tukuza Yesu moyoni mwangu, haleluya Yesu moyoni mwangu, haleluya Yesu moyoni mwangu, haleluya Yesu moyoni mwangu, haleluya Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu, tawala
Tawala, tawala Yesu, moyoni mwangu. 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 Waweza, waweza 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 Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Moyo wangu, moyo wangu upone. Karibu, karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Na moyo wangu, moyo wangu upone. Na karibu, karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Na moyo wangu, moyo wangu upone. Nataka kuguzwa na Yesu. Nataka kuguzwa na Yesu. Nataka kuguzwa na Yesu. Moyo wangu, moyo wangu upone. Nataka kuguzwa na Yesu. Nataka kuguzwa na Yesu. Nataka kuguzwa na Yesu. Na moyo wangu, moyo wangu upone. Karibu, karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Na moyo wangu, moyo wangu upone. Karibu, karibu Yesu, karibu. Bwana wa mabwana, karibu Yesu, karibu. Karibu Yesu, karibu. Na moyo wangu, moyo wangu upone. Nataka kujazwa na Roho. Nataka kujazwa na Roho. Nataka kujazwa na Roho. Moyo wangu upone. Nataka kujazwa na Roho. Nataka kujazwa na Roho. Nataka kujazwa na Roho. Moyo wangu upone. Nataka kujazwa na Roho. Nataka kujazwa na Roho. Nataka kujazwa na Roho. Moyo wangu
na Bwana, hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe. Hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana nawe. Ndiye mwanzo ndiye mwisho, hakuna wa kufanana nawe. Ndiye Alfa ndiye Omega, hakuna wa kufanana nawe. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, hakuna wa kufanana nawe. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, hakuna wa kufanana nawe. Unastahili, 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 hakuna wa kufanana nawe. Hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe. Hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana nawe. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana nawe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, hakuna wa kufanana nawe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, hakuna wa kufanana nawe. Twakuinua, 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 hakuna wa kufanana nawe. Ni Mungu, amen, hallelujah. Wewe ni Mungu, amen, hallelujah. Wewe
waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Unaweza Bwana, waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Unaweza Bwana, waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Unaweza Bwana, waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Unaweza Bwana, waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Unaweza Bwana, waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Unaweza Bwana, waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Unaweza Bwana, waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Unaweza Bwana, waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza mambo yote, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Unaweza Bwana, waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Unaweza Bwana, waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Unaweza Bwana, waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Unaweza Bwana, waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Fire, 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 fire fall on me. Fire, 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 fire fall on me. Like the day of Pentecost.
Sasa wewe ni nani? Mimi ni mtu. Wewe ni nani? Unaitwa nani? Nakuuliza, waitwa nani wewe? Wewe ni mwoga. Nataka kuuliza, unaitwa nani? Wenyewe ni nani? Unaishi kwenye bahari gani? Aha. Nani aliyekupa? Nani alikupatia? Na nani? Mjomba wake. Shirikiano pamoja.
Alikupatia mjomba wake akupatia. Na nani? Alisema anataka huyu. Anataka huyu. Anataka huyu. Ndio mfanya nini naye? Mlimtoa kafara gani? Tajiri mkubwa kwao. Ndio tajiri. Kuna mwingine. Sasa wewe? Nataka usaidizi wangu. Nikamtuma niletee Tanzania. Na kumbe kabla kuja kwangu. Kuna wengi. Sasa ndani yangu kuna wengi. Ndani yako kuna wengi? Ndani ya huyu. Kuna wengi. Wanaitwa nani? Siwezi. Wakubwa wao wanaitwa nani? Wakubwa wao wanaitwa nani? Nakuuliza, wakubwa wao wanaitwa nani? Usemi. Sasa nakwambia hivi. Sikiliza. Nisikize sasa. Ulimwachaje akakuja hapa? Alikuja hapa kufanya nini? Alikuja hapa kufanya nini? Alipitia wapi? Ulikuwa umemfungia njia? Ulikuwa umemfungia njia? Kama nikumvuta nimemvuta. Yaani huyu. Sasa singekuwa hapa. Sasa angekuwa mbali. Mataifa. Yaani nakusomea vile mwenyewe niliandikiwa na nyumbani. Mjomba wake alimwandikiaje? Aliandika. Akasema nini? Chochote alichotaka. Nilimwambia andike. Akaandika. Na hata kabla mimi kuja kwangu. Wengi walikuwa wameshamshika. Yaani kama alirudi kutekwa, alitekwa kitambo. Mama yake yako wapi? Mama yake. Huyo tulimkamata. Amemkamatia wapi? Tulikamata kidogo. Mulimpeleka wapi? Mama yake mulimpeleka wapi? Wala huyo ndo kabisa. Mulimpeleka wapi mama yake? Mulimpeleka wapi? Ako wapi? Nimemweka kwa wapi? Chungu. Wapi kwenye chungu? Nimemweka kwa chungu. Hawezi akatoka kule. Mbona kuna moto huko? Oi, kuna moto. Kuna moto. Umechomeka hapo? Hapo kuna moto? Umechoma na nini? Umechomeka? Sasa mama yake mmemweka kwenye chungu gani? Huyu na mama yake. Wako kwenye ndani ya chungu. Ndani ya chungu. Mmoja akijaribu kutoka. Mwingine anamuokoa. Kama mwingine. Mwingine anaturudi. Yaani Sasa nakuuliza, ni nguvu gani mnatumia? Bahari, ni nguvu za milima ama za baharini? Mimi huko kwanza ni hatari. Kutoka bahari. Umetoka bahari gani? Umetoka bahari gani? Nilienda kwa wazee. Wazee wa gani? Nilienda kwa wazee. Wazee wa gani? Alipora hata niua nikaenda kwa wazee nikaongezewa nguvu. Alienda wazee wa wapi? Zanzibari. Zanzibari. Sasa mlimpeleka mkampeleka Zanzibari. Wacha twende, kuja twende Zanzibari, kuja twende Zanzibari. Kuja twende Zanzibari. Kuja twende Zanzibari. Zanzibari hii hapa, Zanzibari hii hapa. Zanzibari hii hapa. Hiyo Zanzibari hiyo. Zanzibari hiyo inakuchoma. Zanzibari inachoma hiyo. Zanzibari inachoma Zanzibari. Zanzibari inachoma Zanzibari hiyo. Zanzibari ndio hiyo inawaka moto. Haya, anza kuogelea. Ogelea ukienda kwenu. Beba mizigo yako sasa. Beba mizigo yako. Umwache mama yake na umwache yeye mwenyewe. Haya, acha mama yake sasa. Achilia mama yake. Achilia mama yake. Beba mizigo yako. Beba mizigo yako. Beba mizigo yako. Beba mizigo yote. Hautoki. Sasa naachilia silaha ya pili. Walimuua mjomba. Wakaua nani mwingine? Tukamchukua yeye. Wewe huyo mikononi mwetu. Haya basi. Haumwachi. Tuko wengi. Mulikula kiapo. Tuko wengi. Sasa uko kwenye moto. Na ninazingira sehemu hii na moto. Hauwezi ukatoka. Umefungwa. Unachomeka sasa. Sasa nakuhesabia moja mpaka 7. Ya 7 ubebe mizigo uende. Sasa tuhesabu moja hapa. Nikisema moja mnasema Yesu, damu ya Yesu. 1, damu ya Yesu. 2, damu ya Yesu. 3, damu ya Yesu. 4, damu ya Yesu. 5, damu ya Yesu. 6, damu ya Yesu. 7, damu ya Yesu. Kufa in Jesus name.
loose the body, loose the spirit. Man, you are free. Stand up. Uko huru. Simama. Binadamu simama. Uko huru sasa. Binadamu simama, uko huru katika jina la Yesu Kristo. Umeona wajomba wanavyofanya? Hii ni kasi ya wajomba na maanko na maanti na mashosho. Unashikwa hivi. Ulituambia nini? Unajaribu kutoka, unajikuta ni maanko. Ni anko amekufanya hivyo? Patie mic. Patie mic. Patie pole. Ni nani amekufanya hivyo? Mimi nivalishwa nguo nyekundu. Ulivalishwa nguo nyekundu? Yeah. Na anko nikawekwa huko kwa anga. Kwa hanga? Yeah. Iko wapi? Sasa nacho hapo nilimrudishia kule mahali nilikuwa tunaishukusha huko. Uko chako? Yeah. Sema ni anko? Yeah. Sema. Na wewe unakunywa pombe sana. Unapenda kukunywa pombe sana. Si ni kweli? Ni nani alikuonyesha pombe? Eh? Salimi. Nani alikuonyesha pombe? Maybe crowd tu. Crowd. Wale watu na hang nao. Na bangi, nani alikufundisha bangi? Asivutangi bangi. Hujawahi? Nini nyingine unavuta apart from pombe tu? Pombe tu peke yake. Na wewe? Nani alikuintroduce? Marafiki tu. Na maango? Marafiki. Marafiki. Kiroro? Kiroro tu. Na kehuti? Simama. Jump. Tumemtoa katikati ya bahari. Habari yako ndugu yangu? Acha pumzike. Unaona alivyochoka? Hivyo ndivyo shetani anakutumia. Hivyo ndivyo shetani anafanya nini? Anakutumia. Sema Bwana Yesu. Nimekomboa familia yetu kutoka kwa mikono ya shetani. Nimekomboa watoto wangu kutoka kwa mikono ya shetani. Nimekomboa watoto wangu, bwana yangu na mke wangu kutoka kwa mikono ya guukana shosho. Nimekomboa uzao wangu kutokana na laana ya maeneo. Kutoka leo nimevunja laana za kimaeneo, laana za familia, na laana zangu mwenyewe. Ninajinasua na ninaomba unisaidie niishi kwenye upendo wako maisha yangu yote. Bwana Yesu, nitakutumikia. Nipatie ulinzi na unilinde, na mimi nitakuishia. Mimi na kila kitu ambacho umeniwahi kunipatia. Semeni amina. Sasa nataka mnyoshe mikono yenu. Njoo huko. Sasa nataka wekelea tu hapa vizuri. Nataka mnyoshe mikono yenu. Kuna watoto wetu wako gafu wanateseka. Kuna watoto wetu wako European countries, they are suffering. Kuna watoto wetu na mama zetu wako America na Australia, they are in foreign countries. Wengine wako Africa, South Africa, Namibia, Burundi, Rwanda, Algeria, Morocco, they are suffering. Mama huyu amesukumwa, ako huko gafa, anateseka vibaya sana. Inua tu mikono, kwa sababu you have your sister, you have your cousin, you have a friend is in abroad. You think they live heaven, but they're living hell. Lift up your hand. We must set these people free. From today, we are doing 7 days prayer marathon wherever yuko, kwa sababu ya Muranga. Muranga ndio tunaenda kufungulia padlock, tunafungulia huko Muranga. Inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Na Yesu,
walio kule Gulf, walio Europe, walio America, na wale wako Australia, na Asia na Afrika, ambao ni watoto wa udongo wa Kenya. Ninawafungua kutoka kwa minyororo ya mateka. Hawatafanyika watumwa, lakini watafanyika baraka kwa nchi ya Kenya. Ninaachilia utajiri. Ninaachilia vibali. Na kule wako, nchi yoyote ile wako, udongo wa huko, pesa za huko, nyumba za huko, na utajiri wa nchi hizo, nimeukabidhi mikononi mwao. Waliokuwa wanawafanya watumwa, wapo wakuwe watumwa wa hawa. I set them free. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I release favor. 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 Financially. Financially. I release breakthrough. I release breakthrough. I release breakthrough. I release breakthrough. In Jesus' name we pray. In Jesus' name. Somebody say amen. Amen. And now, shikeni sadaka zenu mulete hapa. When there is an atmosphere of the anointing, that is when you release. It goes, it connects immediately. And that is when you release the best that you have. When the atmosphere is iko, imekuwa, imeiva, bingu imefunguka. Sahi bingu imefunguka, inakutegemea, inakutangojea. Harakisha hapa kabla hiyo neema irudi kwa. Bahasha ziko, kuna wale walibeba bahasha, mrudishe hiyo bahasha. Na isikuje bure. Watu wa pesa, kuna nini hapa? Kuna hapa, wekeni hapa, na usipite noti kama umekuja kuja. Kama unanua umekuja noti yako, rudisha, enda nayo. Tuna watu wa kukujua noti hapa. Mwako jakoje muhede alikupatia noti kama amekutaburokeria. Ukileta kwa Mungu na ikuja kuja ni kama wewe mama wa soko. Alikupatia, it is God that, yes, amefukuliwa. Wewe amefukuliwa. Biashara zake zimefunguka. Wachana na yeye, toka hapo. Toka hapo. Mwache. You are not the Holy Spirit. Yes. Amefunguliwa. Biashara zake zimefunguka. Kazi zake, financial breakthrough ndio hiyo. Na wale wote mnaweka kila kitu hapa. Your financial, that's indication, biashara zenu zimefunguliwa. Your finances zao zimeachiliwa. This is the time to tap this anointing. This is the time to tap the anointing, your financial breakthrough. Your financial, hata nyinyi wekeni hapa. Yes, na mimi nataka kuwamiti. Nyinyi wanaume mlikuwa hapa. Na wanaume wengine nyote. Mtaletwa nani? Chairman. Uniletee hawa wanaume, hawa, si hawa wazee. Hawa vijana kama hawa. Uniletee wao chini nikiteremka chini. Na msinifuate. Sometimes unakaga mkali. Yeah. Yeah. Sawa. Dogari tutona ni. Beatrice yako wapi? Beatrice ndio. Utaniletea wewe. Si atakuja huko Rogai. Kwani watakuja Rogai? Kwa gari kubwa. Nataka kuwaombea wale kujeni hapa sasa niwaombee. Wewe usichague pesa. Weka yote hapa. Unachagua pesa kwa nini? Ni passport. The sacrifice for Muranga. Repent. Unarepent sini yako yote. Hebu nitolee hii kitu. Nikuone kama tajiri. Unajua matajiri ndio wanafaga hii. Kisha kutana na tajiri kwa ofisi wale wazee wa 19 alafu alisoma kidogo tu masomo ile ya kilasi 4. Anakuuliza kijana, ati ulisema umefika kilasi gani? Nafanya. Kumbe mtu mzee hata aoni. Ona. Kubalika! Funguliwa kabisa. Funguliwa. Fungua laana zote za wazazi. Laana zote za wazazi zinaondoka. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. You are set free. You are set free. You are set free.
Unaona amesaina kuta. Amelinakuta na amekusaina kuta. Yes. Yeah. Nani amebakisha? Yeye amebakisha. Leteni, nataka kukuombea. Hii venye umeona hii imefungua yeye. Bili kufunguliwa. Finances imefunguliwa na repentance. Inua mikono yenu juu. Inasemekana hapa kuna repentance inahitajika. Hebu chukua dakika yako bili, tubu dhambi zako zote. Tubu dhambi zako zote. Tubu haraka, tubu haraka. Tubu haraka, sema mwambie tutoboa ile vitu ulifanya usiku, ile juzi, ile masturbation ulikuwa unafanya. Kuna mtu watatu hapa walifanya masturbation. Wawili ni wanawake, mmoja ni mwanaume, ulifanya masturbation. Ulinyonga nyani. Yes, tubu hiyo dhambi yako yote. Tubu, mwambie Mungu. Ukimaliza tu kuomba utasikia kuna nguvu zitashuka na malaika wa finances atashuka. Malaika wa breakthrough atashuka. Inua tu mikono vizuri. Tubu tu, endelea kutubu kama umefunga macho yako. Endelea kutubu. Nasikia nahisi uwepo umeshuka sasa. The uwepo umeshuka. Uwepo unashuka, watu wanafunguliwa sasa. Watu wanafunguliwa, hiyo finances zinaanza kushuka. Father in the mighty, sema Bwana Yesu, nimekuja mbele zako maana nimetubu dhambi zangu. Nimejua mimi nimekuwa nikitenda dhambi kwa makusudio na bila makusudio. Ninakuomba msamaha. Kutoka leo sitarudia dhambi tena. Ninahitaji mkono wako kwenye biashara yangu, kwenye familia yangu, na kwenye kazi na katika nchi yangu. Tunapoenda Murang'a, ninakuomba Yesu utangulie Murang'a. Vijana wote wa Murang'a wiki hii waanze kufunguliwa. Tukifika Jumapili wakuwe wamefunguliwa. Biashara zilizofungwa na wachawi Murang'a ziachiliwe. Vipawa vilivyofungwa viachiliwe. Magonjwa yaliyo Murang'a hayaeleweki, ninayaondoa. Familia zilizofungwa na wachawi ninawafungua. Tukifika Murang'a, Ihora Stadium, Gabriel, Michael na malaika wote kutoka mbinguni wakuwe wamefika. Roho Mtakatifu ukatawale uwanja na maeneo yote ya Murang'a. In Jesus name you are free. Pigia Yesu makofi. Ni matunda. Sikiliza, tukae, tulieni tu hivyo. Tulieni tu, Mungu anataka kusema na sisi. Yes. Nani wameleta hizi? Za nani? Isinishi mwedegi. Mwena mwede. Mwede. Tatumura isi. Watu ni familia iliyo na ujanja mwingi sana. These people wako na ujanja ya kujua Mungu. Umeona ujanja ya kujua Mungu? Weka ukiwa tu hapo na hiyo kafifte yako. Na umetoka kasi iko na value ya 1 million. Tuka ukiwa. Sasa chukua. Mwe. Chukua hii matunda. Chukua hizo grapes. Nipatie kamoja. Tinina wako wakuna kwa kwenda kwa ndegole. Mimi wako Maria. Apatie. Mama, lisha hawa. Lisha watu wa Mungu. Lisha.
Yes. Unaona? Mungu amekubali. Mungu amekubali. Walishe. Hivyo ndivyo utalisha taifa na nchi na dunia. Kamoja tukahemudu tueli. Mtu akikutia wewe usikuchukue ndio. Maana anga yao imefunguka. God is speaking. Wewe kauka hapo na kafifte kako tu. Na nikamusa kuliko wazee wa maumau. Kama ningekuwa wewe sasa hivi ningewekelea kitu kwa madhabahu. Sasa hii neema imefunguka ya kazi. I wish I was you. Wekelea hapo kwa madhabahu. Wekelea hapo. Chukua. Mbona ya dhile ku? Chukua ingine. Wekelea hapo ni sacrifice. Ya hii. Ya Muranga. Muranga weka hapo. Weka tu zote hapo. Fukua. Chukua hii kwanza. Bohole mwana huyo. Ino ni shilingi ya kike. Hii ni shilingi ya kike. Unaona hii mametagulia? Ni shilingi ya kike. Unajua nyinyi wengi mko na shilingi ya kiume. Ndio kwa maana haizaagi. Hii unaona hii wametagulia. Hii ni kike. Kwa sababu hii ni mwanaume. Unajua nyinyi niliona watu wakisema ati Malaika Michael aharuruka. Nikamuuliza Michael ulimuona? Alikuwa na red akaharuruka. Michael si wa red. Ati red ndio fire. Michael si wa nini? Malaika wa Michael ni blue. Sema blue. The sky blue. He is the one that has the authority. Blue is the authority. Sema authority. Bwana Yesu asifiwe sana. Nayo red ni ya malaika anaitwa Auriel. It is the angel of wisdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona watu wanavaa maredi na sisemi wale wako hapa, wanakuanga na ka wisdom. Watu wataanza kutuligia hapa. Tunaona nilikuwa na wisdom. Nilikuwa na wisdom. Ukiona mtu anapenda, ukitaka kujua the angel that operates in you, angalia zile nguo unapenda na zile kara unapenda. Michael ni blue. Auriel ndio red. Na ndio malaika wa wisdom. Gabriel ni white. Bwana Yesu asifiwe sana. Gabriel ni nani? The angel of? Ni angel wa nini? Hapana. The angel of what? Wa prophetic. A messenger. Gabriel is a messenger. Ndiye aliletea mama ya Yesu message. Bwana Yesu asifiwe sana. Nayo green ni malaika nani? Yeah? Green is Raphael. Raphael is the healing messenger. Sema healing messenger. Ukiona unapenda green sana ni kwa sababu uko na anointing ya kuheal. Ndio unaona wale madaktari wanafanyaga operation, wanafanga nguo gani? So they invoke Raphael to come and do the operation. Operation inaifanyangwa na madaktari. It is the angel who does the operation. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja nitawafundisha mambo ya angels, colors za angels and their roles. Ukiingia kanisa kama hii, uone zile rangi zimepakwa. Utajua tuna operate na anointing ya nani. Sasa ndio pake kwako red. Nasema napenda white. That's a messenger. That's messenger for messaging. Hiyo ndio naitangwa Gabriel. Ndio alilete message, ndio anatokelezeaga wakati message inakuja. Kama sasa hii sasa ndio Gabriel. Wacha usikie. 1 2 sema sasa. Na kuna ingine iko hapa yasa kufanya kazi. Gabriel yasa kufanya kazi. Gabriel ni wengi sana hapa. Yasa kufanya kazi, waje kufanya kazi. Yes, ndio hii ingine hapa, ndio hii ingine. Asa. Yes. Jesus name. Funguka in the mind of Jesus. Ndio hapa. Yes. The mighty name of Jesus Christ.
The mighty name of Jesus Christ. Rikabote. Yes, ndio. Ndio. Fugua yote, fugua yao, fugua vipawa, na itisha neema ya vipawa ishuke sasa. Neema ya vipawa ishuke, toa hizi glasses. Neema ya vipawa ishuke sasa. Neema ya vipawa ishuke. Neema ya vipawa ishuke. Ishuke. Hata hii ishuke. Ianze kazi. Hata hii ishuke, hii kuchoke hii. Hata hii ishuke. Ianze kazi. Neema ya vipawa ifanye kazi. Neema ya vipawa ishuke sasa. Neema ya vipawa ishuke. Ndio hii ingine hapa. Ianze kazi. Ndio hii ingine hapa. Na hii haka kingine haka. Kuja ianze. Yes. Ianze kazi. Yes, neema ya vipawa ifanye kazi, ndio hiyo. Mfunguliwe wale wote wako na vipawa, vianze hata hii ianze kazi. Ianze kazi ndio hii ingine hapa. Ianze kazi haraka. Ndio hiyo. Ianze kazi. Ndio hiyo, ianze kazi. Weka mafuta. Neema ianze kazi. Aberelia kufanya kazi. Neema vipawa vifunguliwe sasa. Watu wafunguliwe. Vipawa za kila mtu zianze kufanya kazi. Vipawa vianze kufanya kazi. Vingine. Yes. Ongea na sauti. Tulia. Who are you? Florence, from where? Are you saved? Kabisa. Do you serve in church? Mkono yako. Sema Bwana Yesu, nijaze na Roho Mtakatifu. Ndio inakuja.
mwache tu asurure, mwachane naye kabisa. Haya, kila mtu amekula? Nani hajakula tuda? Inua juu mkono juu kama hujakula tuda. Kuja hapa. Kula tuda. Kuja hapa. Zimeisha? Kuja. Mami fungua sasa hiyo. Umeona hiyo matunda imeleta nini? Roho wa Bwana ameshuka. Hata kwa kazi yako Roho wa Bwana ameshuka. Si wewe sasa. Wewe tulia. Nani amepatiana hiyo nyingine? Ninyi wawili. Ni wangapi? Kani mwende tendo cia tohoi. Yaani mnataka kila mtu. Sasa ni tamu. Nunue zako. Acha uone. Ndio ujue imekubalika. Acha nikuonyeshe. Simama hapa. Kuja. Umeona? Cheki. 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 Unaona? Ya. Funguka. Kuja hapa. Tanipatia huyu. Unaona? Neema yake ilifunguka ya nini? Finances. Ako wapi huyo? Tazamia kanu. Huyu ni msabibu. Roho wa Bwana. Kawake nyita. Karada kuga. Yagwira. Tazamia kano lako. Haya, una. Tikana sio kiagwira tu. Zinafukuliwa, kila kitu kimefukuliwa. Si alikata jaone. Jehova. Simeona? Ametulia. Huyu mama ana meza mate tu. Si hata mimi nipatiwe. Najua. Kujeni wale walikuwa wamebaki. Kujeni niwapatie mimi mwenyewe. Kutoka badi kuja pita hapa. Ukienda. Pita ukienda. Pita ukienda. Ubarikiwe. Ubarikiwe. Pita ukienda. Pita ukienda. Wewe weka ukuta pale. Weka ukuta pale. Wasiongezeke. Dadi. Pita ukienda. Garana. Pita ukienda. Hii ni sakramenti. Mzai. Mtolei. Shika hii. Pita ukienda. Pita ukienda. Mashamba yenu ifunguke. Biashara zenu zifunguke. Wako pia sakramenti. Dadi. Sasa ukikula hii badala ya changana busa na karaka, ukikula hii sana. Na wewe ukikuja kanisani, nataka kufanya kazi. Unasomea nini? ICT. Kesho ukuje kazi. Unataka kujichukulia? Tabia baya. Tabia baya. Tadi. Hena hinya. Hena hinya. Tadikereria hinya ucio. Yesu Kristo na hinya munene thakame ine ya
ya Yesu. Alafu lile Hii ona ukaka kila siku nene takame ine ya Yesu Kristo kwena hinya hinya. Hapa kuna kipawa. Unataka Mungu akupatie nini? Upone. Wewe mwenyewe ni mgonjwa. Kohoro kunene takame ya Yesu Kristo kohoro kunene takame no leo kama jina hii Kenya hapo kama inya monene takame. Hii ni mwili wa Kristo. Mapepo yote hayatakupata tena. Na hinya monene takame ine ya Yesu. Gedito kia kwa nyune kia karibu. This powerless. Daddy. Na una meza ya Yesu Kristo na tumahadha Jeni na Mary kai Jeni na Mary na wele mothe durathumbwe nati dadi kijana dadi ya Yesu Kristo dadi haraka kidogo tu hinya monene takame ya Yesu wina magego kana kenguru none ukumumunya kenguru mwane nawe takame kidini zimepona ya Yesu Kristo. Hata kama uko na waya kwa midomo wewe hinya monene takame ine name lile mageo kuhonyo ngali alatu monene takame kako hekari ya Yesu Kristo honyo akili takame ine ya Yesu. Sasa mtengeneze nani? Huyu nilikuwa nataka kumunyima akule na macho. Nzamu Muga sana. Nilikutafuta, nilikuwa Ngoboni nikakutafuta sikukuona. Ulipima simu. Uliambiwa nimefika ukasema. Ina mkono wako. Sema Yesu nibaki katika nyumba yangu, kazi yangu na kila kitu nitakachokigusa na mikono hii kibarikike in Jesus name. Ninaachilia baraka na neema katika maisha yenu. Ninavunja laana zote, misingi yoyote iliyoinuliwa kwenu kuzuia kazi zako. Mahali popote mutaenda mupate vibali. Kwa jambo lolote mutakalolifanya kibali kikuje kwenu. Anything that you will try with your hand, so long as it's genuine, God bless you. Where you will go, they will accept you. I'm releasing you to triumph over the whole world. Wherever you want to go, you go and conquer. Bwana Yesu asifiwe sana. Musafiri kwenye nchi za nje. Musafiri mukafanye biashara.
msafiri mkahubiri, msafiri mkafanya kazi genuine katika maeneo ya kwenu yote. Mtakapofika huko, iwe ni Murang'a, iwe ni Kisii, iwe ni kaunti yoyote 47 za Kenya, miguu yako itakapokanyaga kwenye hiyo kaunti, ushindi wa Bwana uanze kujidhihirisha. Ulevi iweze kuondoka, magonjwa ianze kuondoka. Nyinyi yote mlio hapa, ninaachilia kipawa cha uponyaji kwenu. Wherever you will go, mtu yote utaekelea mkono atapona. Mtu yote utabariki atabarikika. Mtu yote utafungua atafunguliwa. Katika jina la Yesu Kristo sema amen. Yuko wapi kijana? Kuja hapa. I want to forgive you. Pesa hiyo iko wapi? Ngapi? Yeah? 6. Ulikuwa temeko. Toa wapi? Kuna mama hapa wakuone kila mtu. Ulitoa wapi? Kuna huyu kijana ajua anaitwa Mwangi. Ulitoa wapi? Jibu swali. Mwangi ndo alinipa. Kwa nini? Biashara gani mlikuwa mtafanya? Alikuwa ameniambia nimtengeze stima huko juu aombe. Uliconnect stima kutoka hapo ukapeleka huko juu? Hapana, ile stima yao kule juu ilikuwa na shock mahali. Siku iconnectia pale. Uliconnectia wapi? Sija connect. Nilienda huko juu nikatest. Nikaona kuna mahali kuna stima yenye naweza panda watumie. Ndio nikaunganisha hizo hapo. Ukawalipisha? Hapana. Walikupatia kwa nini? Okay, hiyo time yenye walikuja Buju alikuja kule chini, akanambia watu huko juu wanataka stima. Nione venye naweza wasaidia. Ndio akanambia wanataka niwatengenezee hiyo stima huko juu waone. Alafu baadaye ndio akaniuliza sisi watu tunatumia nini? Nikamwambia kuna token watu tunatumia. Na walikuwa wameelezwa already. So akanambia kama huwa ni how much? Nikamwambia ndo wa connect na ule engineer watamlipa nini ya token 1000 alafu wakiona. Ndio akatuma 1000. 1000? Yeah. Wewe engineer? Hapana, nilikuwa niende nimuone engineer baadaye. Sasa unajua uhusiano wetu na hii kanisa? Hapana, Buju ndo alini connect na. Buju uko wapi? Simama hapa. Kuna wakati tunakosa viti. Wanatulipishanga pesa ngapi Buju? 60. Wanatulipanga hawa wa juu, kanisa ya juu. Tunapokuwa tumekosa viti. Wanatuitishanga pesa ngapi? 300. Hawa wa juu. Kanisa hii ya juu. 6. Kanisa hii Beatrice. Chana huyu ni mtu. Kanisa hii ya juu. Tunapoomba viti kwao, wanatuitishanga pesa ngapi? Sina ufahamu. Nani amewahi kwenda huko juu? Ulilipa pesa ngapi? Nani alikwambia uitishe pesa? Mimi nilimueleza venye nani amekupatia hiyo kiherehere? Nani amekupatia hiyo kazi hapa? Hapa hakuna mtu. Tangu tukuje hapa, kanisa hii wanachukuanga vitu hapa wanacheza. Wanachukua vitu vyombo vyetu wanacheza. Hatujawahi kuwaitisha hata hela moja. Chukua hiyo pesa. Walikutumia pesa ngapi? Ijaze ifike 1000. Sasa walikutumia kwa simu? Rudisha kwa simu. Unimpatia nani? Pesa nani alikutumia? Mwangi, kuna namba ya Mwangi? Mwende mwite. Buju, enda uite Mwangi. Kuja hapa. Kimbia wewe. Acha na microphone yangu. Enda uitishe Mwangi. Pesa. Nakuja kuniharibia uhusiano hapa. Huyu jamaa nampigia simu anaambia vijana wake, "Pelekeni viti na mpange." Sasa nakuja 1000 stima, unadai 1000 ya nini? Sisi wenyewe bili ya stima hatulipi 1000. Nani alikupatia ruhusa kufanya hii kazi? Nani alikupatia ruhusa ya kufanya hii kazi? Buju alikwambia wewe ni mtoto? Iregeshe pesa zao na uende uombe msamaha hiyo kanisa. Nitapigia Wambua. Uende kwa hiyo kanisa uombe msamaha. Umesikia? Hii ni conmanship, hii ni pesa ya sadaka.